all the adoration. And in the name of Jesus Christ of Nazareth, we do pray, trust, and believe. Can everyone shout a big amen? Hallelujah. I say thank you for all of us who are still in the house. And also our viewers from wherever you are viewing us from. It's another good morning that the Lord has made it for us, that we may rejoice in it. Our viewers, be together with us as we receive from the Lord the message from his servant, as he has commissioned him to deliver the message to us by his grace. In the name of Jesus. Can we put our hands together as we usher in the servant of God by the grace of the Lord? Can we put our hands together? Welcome, servant of God. Thank you. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe tena. Ninayo furaha ya Mungu kwa kunipa hii nafasi ambayo ni wengi walikuwa naitaka, lakini wengi wao hawajaipata. Kwa hivyo nina sababu ya kumshukuru Mungu na kumwambia kwamba anastahili. Kwa majina yangu naitwa Pastor Jenga Kahura. Namkaribisha katika ibada hii yetu ya lunch hour ili tukaweze kusikia kile ambacho Mungu anataka kutupa adhuhuri ya leo. Bwana sifiwe. Ujumbe wangu wa leo tutautoa katika Zaburi 139 ambayo inasema Mungu mweza yote. Bwana sifiwe. Ni 39 hadi 13. Bwana, umenichunguza na kunijua. Wewe wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Umelifahamu wazo langu tokea mbali. Umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu. Umeelewa na njia zangu zote, maana hamna neno ulimini mwangu usilolijua kabisa. Bwana, umenisigira nyuma na mbele, ukaniwekea mkono wako. Maarifa hayo ni ya ajabu, yanisida mimi. Hayadiririki, siwezi kuyafikia. Niende wapi nijiepuse na roho yako? Niende wapi niukibie uso wako? Kama ningepanda mbinguni, wewe uko. Ningefanya kuzimu kitanda changu, wewe uko. Ningetoa mambawa za asubuhi na kukaa pande za mwisho wa bahari. Huko nako mkono wako unaniongoza, na mkono wako wa kuume unanishika. Na kama nikisema hakika giza litanifunika, na nuru inanisugukayo ingekuwa usiku. Giza nalo halikunificha kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa. Maana wewe ndiwe ulioniumba mtima wangu. Uliniunga tumboni mwa mama yangu. Ninakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tunaona hili neno ambalo ni Daudi alikuwa anaelezea kuhusu Mungu wake. Maana alikuwa anaenenda sawa sawa na sababa na huyu Mungu wake. Alikuwa anajua ya kwamba huyu Mungu ako pamoja naye. Alikuwa anajua huyu Mungu huwa anamchunguza kila wakati. Kwa hivyo adhuhuri ya leo tujue kwamba huyu Mungu ako pamoja nasi. Tujue huyu Mungu yugali anatuchunguza, anatujua, anatufahamu na anatuelewa. Anajua kwamba si tunajua kwamba huyu Mungu hata wakati tunapoketi na pia tunapoinuka bado huwa anatujua.
pia anafahamu mawazo yetu. Kwa hivyo kama tunajua Mungu ako pamoja nasi, ni vyema tunafahamu ya kwamba kile ambacho tunafaa tukitende kuambatana na matendo yake. Maana mara mingi kama sisi wanadamu huwaga tunatenda mambo ambayo haimfurahishi Mungu, tunajificha. Tunasema Mungu hawezi akajua, ama tunajitaganya ati Mungu hatuoni. Tunaona kwamba Daudi alikuwa amemfahamu huyu Mungu wake. Alikuwa anamfahamu vyema vizuri sana. Maana anajua kila papote atapokuwa, anajua Mungu ako pamoja naye. Juu tunaona ya kwamba anasema ya kwamba huyu Mungu amemsigira mbele na nyuma. Kwa hivyo ujue ya kwamba huyu Mungu hakuna siku atakawahi kukuondokea. Kwa hivyo unapotenda matendo ambayo unayofanya, umejificha ama ukuwa uko kwa wazi, ujue ya kwamba huyu Mungu ako pamoja nawe. Kwa hivyo tujue ya kwamba wakati tunajipata katika ile hali ngumu ya maisha, wakati tunajipata tumeshindwa ama tumelemewa na safari, tujue ya kwamba huyu Mungu ako pamoja nasi. Kwa hivyo tusiondokee huyu Mungu, tubaki kumtumainia yeye peke yake, maana ako pamoja nasi. Wakati tunapomtumainia huyu Mungu, kwa uhakika atatupa ushindi. Tunapoelewa na kufahamu ya kwamba huyu Mungu hakuna siku hata moja ameshawahi acha mwanadamu. Sisi wanadamu ndio huwaga tunaenda kado. Bwana asifiwe. Kwa hivyo dhuhuri ya leo, ujiweke katika kipimo yako. Ujue ya kwamba uhusiano wako na Mungu unakaa namna gani, ili kama huyu Mungu anaelewa na anafahamu njia zako zote, ujue kwamba anakumulika. Maana tunaona Daudi alikuwa anasema hata akitorokea wapi ili ajifiche uso wa Mungu, alikuwa anajua kwamba ako kila mahali. Maana anasema ya kwamba angepanda mbinguni aende ajifiche huko, atamkuta ako mahali pale. Na pia angefanya kuzimu ni kitanda mwake, bado anasema yeye ako mahali pale. Anasema ya kwamba katika hiyo hali ya kujua na kufahamu ya kwamba Mungu ako kila mahali, ndio maana alikuwa anamuangazia Mungu kwa mambo yote ambayo aliyokuwa anayatenda. Tunaona hata wakati alikuwa anatereza, anafanya mambo ambayo ni kinyume na Mwenyezi Mungu. Maana alikuwa anafahamu ya kwamba Mungu ako pamoja naye. Alikuwa anatubu, alikuwa anaelewa makosa yake na anaenda mbele za Mwenyezi Mungu ili kukiri dhambi zake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujue kwamba huyu Mungu anasema ya kwamba ako pamoja nasi. Na anasema, Daudi anasema kwamba mkono wa kuume wa Mungu Baba uko pamoja naye. Hata sisi tunajua kwamba Mungu ako pamoja nasi, ametushika mkono. Kwa hivyo tukubali kuenenda katika njia ambazo zinamfurahisha Mwenyezi Mungu. Tukubali kufanya matendo ambayo yanaambatana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Amini Mungu kwa lolote ambalo unalolifanya. Maana ukisafanya hivyo, kwa uhakika Mungu atakushikilia na atakupa nguvu. Bwana asifiwe. Tunajua changamoto ambazo tunazopitia katika maisha yetu ya kila siku. Iko na changamoto zake. Na mara mingi saa zingine tunawekaga Mungu kando ili tuyashughulikie peke yetu. Na wakati tunapoyashughulikia inakuta inatupa balaa, inatuongezea shida juu ya zingine. Bwana asifiwe. Kwa hivyo adhuhuri ya leo, ujue kwamba huyu Mungu ako pamoja nasi, anatembea pamoja nasi. Kwa hivyo tuhakikishe kwamba tunamtumainia na tunaweka imani ndani yake. Maana huyu Mungu hakuna siku hata moja atakawahi tuachilia. Kwa hiyo njia zetu na mienendo yetu wacha ikaambatane kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Tunajua hakuna mahali ambapo unaweza jificha. Hakuna mahali duniani, maana hata anasema hata kama angekuwa na mabawa aende mwisho wa bahari, pia Mungu hako mahali pale. Kwa hivyo hakuna pahali Mungu hayuko. Kwa hivyo kwa kila situation ambayo unaoipitia, ujue kwamba Mungu hako pahali pale. Kwa hivyo jukumu lako ni ukaweze kumjulisha, ukaweze kumuelezea kile ambacho unachokitaka, ukaweze kumuelezea msaada ambao unataka akakupe, maana ako mahali pale.
Hata wakati unapofanya uovu, muite huyu Mungu ili anje akuokoe usitende uovu. Bwana asifiwe. Maana tunajua Shetani ako katika zile harakati zake kujaribu kutushika, maana najua wakati wake uko karibu, na anapotaka kutushika ili tukaweze kwenda na yeye kuzimu. Kwa hivyo lazima wewe ujue kwamba huyu Mungu kama anatembea na wewe, lazima ujishikilie hapo. Ule wokovu ambao umejishirikisha nao, wokovu wa Yesu Kristo, ujue hiyo ni ishara kwamba uko na uhusiano mkubwa na Mungu wako. Kwa hivyo hakikisha kwamba katika huo njia ya wokovu, utunze huo wokovu, uhubiri injili ya ukweli, umtumainie Mungu, maana ukishafanya hivyo kwa uhakika atakushindania. Angalia mambo yako ya hapo zamani ambayo ulikuwa unayatenda. Ambia Mungu akaweze kukuondolea, maana mara mingi huaga tunatenda uovu na tunajifanya tumesahau. Na wakati tunakiri dhambi zile zingine, kuna zingine hatukiri. Bwana asifiwe. Maana saa zingine unajipata ni za aibu. Zingine unaweza sema Mungu anafahamu. Adhuhuri ya leo, wacha ukakiri kile ambacho umekitenda kinyume na Mwenyezi Mungu. Na unapofanya hivyo, maana Mungu ako na wewe kila wakati. Hakuna siku hata moja ameshawahi kukuacha. Ako tu anakutazama. Kwa hivyo ni vyema uhakikishe njia zako na mienendo zako zinaambatana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hakikisha hakuna mlango hata moja umeacha nyuma ambayo Shetani atakuwa anatumia. Bwana asifiwe. Maana huaga tunajipata, unaona njia zako zingine lakini saa zingine unasahau kuna kamlango kadogo tu uliacha. Na wakati unapoacha kwa mlango katakuwa kana kurudisha nyuma. Bwana asifiwe. Na kama huyu Mungu wako pamoja nawe, kwa nini usifunge milango yote hata kama ni kidogo na kiasi gani? Hakikisha kwamba umesifunga njia zote ambazo Shetani anaweza tumia ili kukuja kukufunga nazo. Bwana asifiwe. Maana tuko na upendo mwingi kutembea na Mwenyezi Mungu na kutenda matendo ambayo ni yake. Za zingine tunajipata hatuwezi. Za zingine tunajipata tuko wadhaifu, tuko wanyonge, hatuna hiyo nguvu. Maana kuna mlango ambao umesha kuwa umefungua lakini hujawahi funga. Miaka mingi ambayo imepita. Bwana asifiwe. Labda kuna mlango ulioufungua ukiwa na miaka 18. Na sasa uko na miaka zaidi ya 35 na hujawahi funga mlango hiyo. Maana hapa hata wakati za zingine tunajipata kuna ile kitu unafaa unakiri na kinywa chako. Zingine sio kunyamaza. Kuna zingine zinafaa unakiri na kinywa chako ili zikaweze kuondolewa na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuhakikisha kwamba tunakaa katika njia ambazo zitamfurahisha huyu Mwenyezi Mungu. Maana ni kusudi lake tukae katika mapenzi yake. Bwana asifiwe. Tunapofanya hivyo, maisha yetu yatakuwa maisha mazuri. Maisha yetu hatutakuwa tunafinyiliwa. Maisha yetu itakuwa ya ushindi. Bwana asifiwe. Hata kama tunaona tuko karibu kuangamia, yeye mwenyewe Mungu atakuja kutuokoa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usijione kama umefika mwisho. Huyu Mungu yugali pamoja nawe. Kile tu unapohitaji ni ukamjulishe, ni ukamuite, ako tayari kukuitika. Bwana asifiwe. Ako tayari kukushughulikia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unapojua hivyo, nawe ukafurahie ndani ya Bwana, maana huyu Bwana amekufanya mtoto wake. Bwana asifiwe. Na wakati anapokufanya mtoto wake ni ishara kwamba wewe ni mmoja wa kulindi ufalme wake. Bwana asifiwe. Na wakati unajipata uko mmoja wa kulindi ufalme wa mbinguni, nawe lazima ukae katika njia zile kamilifu ili ukapate ulindi wako ukiwa wote. Bwana asifiwe. Usifanye matendo ambayo itakufanya ulindi wako uweze ukapunguzwa. Bwana asifiwe. Tunaweza ona Mungu anaweza upunguza. Tuone ya kwamba alikuwa anataka kukuweka kiwango fulani, lakini kupitia kwa matendo yako Mungu anakususa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tuhakikishe ya kwamba njia zetu zinaambatana na matendo ya Mwenyezi Mungu.
Tunaona Daudi alikuwa anafahamu vyema huyu Mungu ambaye anamwamini. Ameenenda na Mungu maisha yake yote. Kwa hivyo sio kuiga bali anaiga, bali anajua na anaelewa vizuri huyu Mungu wake ni wa aina gani. Bwana asifiwe. Tunaona mara mingi tunaona Daudi anaendelea kumsifu Mungu, maana anajua yeye ni nani na anajua kile ambacho huwa anamtendea. Nasi wacha tukajue na tukafahamu yale matendo ambayo huyu Mungu anatutendea. Haleluya. Kwa hivyo tujue, uangalie maisha yako tangu ujielewe, tangu ujifahamu, ujue kule kote ambapo umetoka na huyu Mungu. Na unaponjua mahali ambapo Mungu amekutoa, uko na sababu ya kumshukuru, uko na sababu ya kumtukuza. Maana hakuna siku ameshajificha ama kuficha uso wake kwako. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tujue kwamba uso wa Mungu hatuwezi tukajificha kamwe. Yeye huanga tu anatutazama. Yeye huanga pamoja nasi kila wakati. Maana tunaona Daudi pia anasema ya kwamba kama nikisema hakika giza litanifunika, nalo nuru inanisugukayo ingekuwa usiku. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata wakati tunapoona usiku kukuwa na giza, kwa Mungu zote ni sawa. Anaona kama mchana. Wakati kuna giza, anaona kama mchana. Kwa hivyo hakuna mahali ambapo tunaweza kujificha Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tukae ndani ya Mungu kila wakati. Kukuwa na giza, kukuwa na nuru, kukuwa katika hali yoyote, tumwamini huyu Mungu na tumtumainie. Maana huyu Mungu ako na lengo njema juu ya maisha yetu, na kusudi ambalo ako nalo juu ya maisha ya kila mmoja wetu lazima ataitimiza. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaelewa vyema ya kwamba kila mtu ambaye Mungu amemleta na amempa nafasi ya kuwa hai, kuna kitu ambacho Mungu amemtenga kwa ajili ya hiyo. Bwana asifiwe. Ili tukaenenda katika njia za Mwenyezi Mungu, lazima nasi tukakubali neno lake likakae ndani ya roho zetu. Neno lake likawe nuru katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Tunapokubali Mungu akaweze kuwa nuru katika maisha yetu, kwa uhakika tutapata uponyaji, tutapata ule ukombozi, tutapata ile kuokolewa kwa shida mingi na matatizo ambayo tunayopata kama wanadamu. Tunajua terezi zote ambazo Shetani anaweka ili tukaweze kurudi nyuma, ili tukashindwe na safari. Huyu Mungu tukiendelea kumpenda zaidi, tukiendelea kumtukuza, atatupa hiyo nguvu. Tutatoboa hiyo safari. Hata kukiwa na utelezi wa aina gani, huyu Mungu atatusaidia na atatuwezesha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo safari tukitembea na Mungu tutaifaulu. Hii safari tutafika mahali ambapo Mungu anataka tukaweze kufika. Maana kila tumaini ya Mkristo ambaye anayeamini Mungu ni kuhusu maisha yajayo baada ya hapa duniani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutupe hiyo tumaini ndani ya Mungu. Wacha tuende pamoja na Mungu hadi siku ambayo atatupatia taji ya huko mbinguni, wakati siku zetu zitakapoisha za hapa duniani. Bwana asifiwe. Na pia tuangalie maisha yetu, tusije tukaingiza kizazi chetu katika taabu na mateso mengi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kama we umefahamu kwamba Mungu ako kila mahali na hakuna mahali ambapo unaweza jificha, ujue ya kwamba lazima njia zako usifuate sana, njia za Mungu usifuate sana, ili watoto wako na kizazi chako kikaweze kumtanguliza Mungu katika maisha yao. Ukiendelea kumtanguliza Mungu, watoto wako na kizazi chako kitaendelea kutanguliza Mungu kwa maisha yao. Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi tulio hapa, sisi tulio na nafasi hii, wacha tukaiweke, sio kawaida. Wacha tukakae ndani ya Mungu, tukae ndani ya neno la Mungu likaweze kutuongoza, neno la Mungu likaweze kutuelekeza katika njia zake. Bwana asifiwe. Mungu anapotuelekeza katika njia zake, kwa uhakika tunakuwa wasidi, na tukiwa wasidi, utukufu na sifa zinamrudia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo
wewe ambao unaonisikiliza na unaonitazama, ujua kwamba huyu Mungu anakupenda. Hili neno ambalo nimesoma Zaburi 139, wacha likawe nuru la kukuongoza katika maisha yako, ili ukajua ya kwamba hakuna kitu Mungu hajui. Hakuna kitu ambayo Mungu hakosi kuelewa juu yako. Hata neno lolote ambalo liko kwenye ulimi wako, Mungu anajua. Anajua kile maneno ambayo ulimi wako utatamka maisha yako yote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu anajua kila jambo na analifahamu vyema zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni vyema tuyajue na tuyafahamu hayo, na tushike hiyo neno ya kwamba Mungu ako pamoja nasi, na tujue kwamba macho yake inatuonanga hata kabla hatujamuona. Bwana asifiwe. Kwa hivyo macho ya Mungu imetuangazia, uso wake uko juu yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumtumainie huyu Mungu, tuweke huyu Mungu kama kibilio letu, tuweke huyu Mungu ambaye ni muumba wa mbingu na nchi, ambaye alitupenda tu hivyo bure, akatupa tu nafasi ya kuishi na akatupa nafasi ya kushukuru na kusifu jina lake. Kwa hivyo kusudi la Mungu juu ya maisha ya kila mmoja wetu, ujue ni furaha ya Mwenyezi Mungu. Nasi tukafanye kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu, tukaendelee kumtukuza, tukaendelee kumuimbia, maana Mungu alituumba kwa ajili tumupe sifa, ili tuwe tunamwabudu na tuwe tunamuomba na tunamtukuza. Maana huyu Mungu hakuna siku hata moja atachokeswa na sisi, maana sisi ni watoto wake. Ule upendo ako nao juu yetu kama watoto wake ni ishara kwamba hatufai kuteseka venye tunateseka. Kwa hivyo tuangalie ni wapi tumekosea, tuangalie kile ambacho kimefanya tukae mbali na huyu Mungu. Maana tukikaa karibu na huyu Mungu, tuko na uhakika ya kwamba tutafurahia maisha hapa duniani. Bwana asifiwe. Hata tukifurahia maisha hapa duniani, mbinguni tunajua kuna furaha ambayo inatugojea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumtumainie Mungu na tukae katika njia zake ambazo zinamfurahisha yeye peke yake. Huyu Mungu hawezi akaliganishwa na chochote. Huyu ni Mungu wa kipekee. Huyu ni Mungu hata huwezi ukapeana mifano, huwezi ukamliganisha, maana yeye peke yake anakaa hivyo alivyo. Bwana asifiwe. Tunajua nguvu zake, tunajua uwezo wake ni mkuu. Nasi wacha tutegemee huo uwezo wake na hizo nguvu zake, maana hizo nguvu zake ndizo zitasimama pamoja nasi. Hizo nguvu zake ndizo atatupigania nazo. Bwana asifiwe. Maana hawezi akakukubali kuona mtoto wake anateswa. Hawezi akakukubali, maana hiyo haikuwa lengo lake juu ya maisha ya mwanadamu. Alikuwa ametuumba ili tukaweze kumfurahisha, ili tukaendelee kumsifu na kumtukuza. Kwa hivyo huyu Mungu hana nia yake ndani ya mwanadamu ni tuishi katika maisha mazuri ya kumfurahisha. Na tunaamini ya kwamba tunapoendelea kumwamini, tunapoendelea kutenda ambayo ni mema, kwa uhakika hata tuacha kamwe. Atabaki kuwa Mungu wakati wote tutakapoishi siku zetu za maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila ambacho unachokitenda saa hii, ujue ya kwamba kinaambatana mapenzi ya Mungu. Tusijipate tunatenda uovu ambao utaletea kizazi chetu shida. Kwa hivyo hii dunia, wenye wazazi ambao walitangulia, wenye mzazi wako ambaye saa hii hayuko hai, zile jukumu alichukua ili akahakikisha ya kwamba kizazi chake kinakuwa katika ile maisha msingi mzuri. Nasi wacha tukasimame ndani ya Mungu, na ili hata kizazi chetu tukakiache katika msingi ambao ni wa Mungu. Bwana asifiwe. Tunajua hata mawimbi wakati itakapokuja hatutaangamia. Mawimbi yatakapokuja hatutazama, maana Mungu ametushika mkono. Bwana asifiwe. Kwa hivyo anayeshikwa mkono ni yule ambaye anamtumainia Mungu, ni yule anamjua Mungu wake ni Mungu wa aina gani. Kwa hivyo umfahamu Mungu wako, uendelee kumpenda zaidi na kufanya ambayo inamfurahisha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo adhuhuri ya leo
tuendelee kumtumainia huyu Mungu na tuko na hakikisho ya kwamba tutakapoendelea kumtumainia huyu Mungu tutaweza. Hizi vita ambazo zinainuka, huyu Mungu atasimama pamoja nasi na huyu Mungu atatupigania. Kile tu unafaa uweke ndani ya moyo wako, wewe ni mtoto wake, na kama wewe ni mtoto wake, ni ishara kwamba chochote utakachokuwa unaitisa atakuwa nakupa kama mtoto wake. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hauko bure. Baba yako ako na kila kitu ambacho unahitaji katika maisha yako, na hata kunyima. Bora ukae katika njia zake, njia ambazo ni mtakatifu, njia ambazo zinaambatana na neno lake. Tufuate sheria zake kabisa, tusifuatilie sana, ili huyu Mungu tunapomuita kwa hakika atakuwa anatusikia. Tunapomuomba atakuwa anajibu maombi yetu, na atakuwa anatutendea mema kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Bwana sifiwe. Kwa hivyo Mungu awapende na awasidisie, na huyu Mungu akaweze kufaulisha maisha ya kila mmoja wetu. Matamanio ya moyo wako Mungu akaweze kuyashughulikia, maana wewe ni mtoto wako na amekupa kibali cha kuwa hai. Bwana sifiwe. Mungu akaweze kukumbuka familia za kila mmoja wetu. Tujue ya kwamba huyu Mungu hakuna siku hata moja atatuacha. Hata achilia familia yetu, atasidi kusimama nazo, atasidi kuwapigania na atasidi kuwatendea mema. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe ambao uko mahali hapa na unalisikia hili neno, ujue unawakilisha familia yako, unawakilisha jamii yako. Kwa hivyo unjue hili neno sio neno ambalo ni la kawaida, ni neno ambalo litakutia nguvu, na hili neno ambalo la kumjua Mungu na kufahamu ya kwamba Mungu ako kila mahali. Hili neno litakutia nguvu katika safari yako hapa duniani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu awabariki na watende mema. Tusimame ili tukashukuru Mungu kwa ajili ya neno lake. Baba, katika jina Yesu Kristo, twaja mbele zako, tunakushukuru kwa ajili ya hili neno ambalo umelitia kinywani mwangu. Hili neno Baba, wacha likawe mwangaza kwa kila maisha ya mmoja wetu. Tunajua Mungu, tumefahamu na kuelewa kwamba uko kila mahali. Tunajua tuendapo na tunaporudi Mungu uko pamoja nasi. Hata tukijificha wapi, Mungu ugali pamoja nasi. Tunakuomba Mungu wetu ambaye wewe ndio msaada, wewe ndio unaweza tuokoa, wewe ndio utakaoweza kutusimamisha mara tena, wewe ndio utakaoweza kutuinua mara tena. Mungu wetu tunakushukuru na tunasema ni asante. Ni asante kwa kibali cha kuishi siku ya leo. Kuna wengi ambao tulikuwa na wao lakini hawako Mungu. Wengine wanalia uchungu, wengine wamepatwa na majangwa ambao hata sahi bado wanakulilia Mungu. Nasi tuko wazima. Hakuna kitu Mungu wetu tulikupa, ni neema yako Jehova. Tunakushukuru maana unatupenda na unatujali. Tunajua ya kwamba Mungu uko pamoja nasi hadi mwisho Jehova wa maisha yetu. Tunajua ya kwamba hakuna siku hata moja utatuachilia. Tunajua tukiinukiwa uko pamoja nasi. Tunajua adui akija kutuangamiza utazuia Baba wetu wa mbinguni. Tunajua magonjwa ambayo inakuja kutufinyilia, Mungu wetu utatuponya. Mungu wetu utatuweka huru. Mungu wetu utatubariki na utatuinua. Changamoto na terezi zote ambazo Shetani analeta katika maisha yetu, tunajua Mungu utatuwezesha na tutafaulu na tutaendelea na safari kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Adhuhuri ya leo Jehova, kutana na hitaji la kila mmoja, maana sisi wote ni watoto wako. Kila mtu ako na hitaji la moyo wake, ako na ile tamanio la moyo wake. Mungu, naomba Mungu wetu wa mbinguni ukaweze kukutana na haya matamanio na ile ombi ambao kila mmoja Baba anakuita. Mungu ukaweze kubariki na ukaweze kutimia. Tunaomba amani, tunaomba upendo wako wa ukweli. Tunaomba Roho Baba wako aendelee kutuongoza, aendelee Baba kutusababishia miterese yote ambayo Shetani alikuwa anaileta ikaweze kuondoka katika jina Yesu Kristo. Tunaamini ya kwamba kuanzia siku ya leo Baba, kuanzia masaa ya saa hii Jehova, maisha yetu haitakuwa maisha ya kawaida. Maisha yetu itakuwa maisha ya ushindi. Maisha yetu itakuwa na mwamko mpya. Maisha yetu Baba, hatutalia tena wala kuteseka.
maana Mungu wetu umetushika mkono. Maana tumegundua ya kwamba Mungu uko kila mahali. Hakuna mahali ambapo tunaweza torokea ambapo Baba hauko. Uko kila mahali. Tunajua popote Shetani atajaribu kutupeleka, Mungu utakuwa msaada wetu. Utakuwa pamoja nasi mahali pale. Kwa hivyo tuko na uhakika ati ya kwamba Shetani hataenda mahali pale kutuangamiza. Maana Mungu wetu uko mahali pale. Tunaamini ya kwamba sisi ni wasidi kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na ni katika jina lako Yesu Kristo, Mungu Baba, tunaomba na hata kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Na kama tunavyojua ya kwamba siku ya leo ni siku ya maombi, nitaalika wanasifa tuendelee kuworship, diposa Bwana aendelee kunena nasi tunapoendelea kunena na Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Praise and worship. Tuendelee kuworship. Nawaalika hapa tuendelee kuworship kwa jina la Yesu Kristo. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna upendo kama wako, hakuna kama sauti yako mwambia, hakuna amani kama yako, hakuna kama yako, hakuna amani kama yako, hakuna amani kama yako, hakuna utakaso kama wako, hakuna utakaso kama wako,
tunakushukuru, tunasema ni asante. Adhuhuri hii umetufaulisha na hata umetufikisha. Tulikuahidi ya kwamba siku hii tunaitenga kwa ajili ya kukutana na wewe, kwa ajili ya kuzungumza na wewe, maana ulituambia tuwe tukikutana tukuzungumza na wewe, maana utatuzungumza na sisi. Tubariki na uweze kuwabariki walionena awali na ambao watanena baadaye. Bariki kila mtu aliyekuja hapa, kutana na mahitaji yao, kutana na vyovyote wanavyovitaka. Na katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu mmoja aseme amina. Taka sauti nzuri. Asante sana Beatrice na Anita na Amboy. Mungu awabariki sana sana tena sana. Na kama kuna kitu kilicho mbele yako ni chako, wewe ndio umehifadhiwa. Kama kuna kiti kilicho mbele yako, wewe ndio umehifadhiwa, ndio uweze kuketi. Na tumaini tangu Jumatano iliyopita, wale ambao tunakuja kwa maombi, mmekuwa na wakati mzuri uliojawa na baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wamekuwa na shuhuda mbalimbali kuhusu jinsi Mungu alivyofanya katika maisha yao, na shuhuda hizo ni shuhuda nzuri, kumaanisha kwamba tunapoendelea tunaendelea vizuri na tunaendelea katika malengo na nia za Mungu. Bwana anasema ya kwamba ataendelea kutubariki, kuwabariki, kuwainua, na msiwe na fedheha wala, yani msifedheheke. Should not be worried or anxious of anything, but the Lord is here for you, is going to bless you. I need some sharp voice. Is going to bless you as he promised you that he will bless you. Hallelujah. It is not in vain for those who pray. It is not in vain for those who are committed to the word of God. May God see every effort you are doing. May God see every move you are making. May God see everything that you do, either in a family, in private, or in public. Wherever you are, this God is there and he is going to bless you. Praise be the name of God. And I want also to thank for those who have been coming and those who are still on their way coming, because I know that there is something that God is doing in our life. It is not in vain. It is not in vain, Mr. Kiarie. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mzee mwenzako wako wapi? Ni mgonjwa. Alienda kameza kidogo. Huyo mzee atawachana na hiyo pombe, na hakuna mtu atamwambia sasa. Lazima waachane nayo. Lazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Mr. Karanja, how are you? Good. God bless you. Today we are looking at, tunataka kuangalia sana sana mambo kuhusu covenants. How do the covenant destroy our lives, and how to break these covenants? Well, what is a covenant? Because a covenant, an agreement, or an oath, it is a covenant. And how do this covenant destroy our lives? If we look at the Bible, I want to look at the book of Deuteronomy 28 from verse 15. Then we will be able to look at those covenants and those things that are happening in our life. And these things that are happening in our life, how can we be able to win or to go past their conditions? A covenant is an agreement between two or a party, between several people, or it must be between two. It is also an agreement between you and God. It is also an agreement between you and the devil. So a covenant is what you agree consciously or unconsciously. Hallelujah. A covenant is that which you agree knowingly or unknowingly. You can enter into a covenant unknowingly. You can also enter into a covenant knowingly. Praise be the name of God.
Therefore, what are we going to look here? Why were you into a covenant knowingly or into a covenant unknowingly? And what kind of a covenant do you get yourself into unknowingly and knowingly? Hallelujah. Yani nataka kumaanisha covenant ni agano. Na agano lile ni agano ambalo hufanyika kwa makusudi yako ama bila kusudi lako. Haleluya. So unaweza kuwa kwenye covenant, unaweza kuwa kwenye agano mwenyewe haukuhusika, lakini ulihusishwa. Agano ni kuhusika ama kuhusishwa. Maagano ama covenant it is a bond, ni fungu ambalo linakufunganisha pamoja na nia ama kusudi fulani ambayo inakupelekea kufika kwenye malengo yale. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what we call a covenant. It is an agreement, either knowingly or unknowingly. And how can you be in an agreement unknowingly? How can you be in an agreement without your knowledge? Is it possible to be in an agreement without your knowledge? Is it possible to walk in a covenant without you being involved? Is it possible to be having an agreement with somebody, an agreement with a woman, or an agreement with a man, or an agreement with somebody else without your knowledge? Is it possible? Ask yourself a question. Is it possible to be in an agreement with a person that you didn't sit down and agreed upon with? Is it possible? Yes, it is, Mr. Karanja. It is possible, because many of the things we are doing things of demonic nature without our knowledge. My mother or your mother or your father or whoever that it is could have been a witch. And when practicing witchcraft, she made sure she introduced you into the covenant. Hallelujah. When we used to slaughter sheep and goats, it is our fathers and our parents who know why they are slaughtering the sheep. But in our culture, or in the Maasai culture, let me take an example, either Maasai culture or a Kikuyu culture, then you find once they slaughter a goat, they will sprinkle or touch the blood of the goat and then paint it on the child's face. I don't know whether you are aware of that. Or they will do something, maybe they will burn the tail of the goat, then they say it has gone to God. Then if they have an event, a goat will be slaughtered by your parents because they are either cursing or trying to defeat a problem in home, but you will not be involved because you don't know what they are doing. But because of your presence and being a child of the family, you become a partaker of the agreement or the covenant. Hallelujah. Therefore, you automatically become one of what they are doing. If maybe your father was a sacrificer, somebody who goes to sacrifice, those people who used to sacrifice or to give, to sprinkle some alcohol, traditional alcohol down, and they will speak afterwards. And this Muratina or Busa, whatever you may want to call it, it got a meaning. When they would brew the Muratina, it was with a reason. And this reason was perhaps a sacrifice they were offering, because you were taking a dowry to Mrs. Karanja's home. And then as their family, in their family, it is a must, you must take Muratina. And the Muratina you take there, they will take some and then they will spit and utter words in regard to the Muratina and in regard to the occasion. Hallelujah. Wanafuta, wanakunywa kidogo, kisha wanatemea kifua, alafu wanamwagia wale waliokufa, wanawakumbuka. Ino ne ashosho, ino ne aguka,
ngania mumame kwega gomi, yani for those who died long time ago. You are just a son, a young son and a young daughter in that family. You were not involved in what they are doing automatically, but what they did, it involved the entire family. Both sides do have given a moratina to Miss Karanja's home. Therefore, you and the family of Miss Karanja, they will do the occasion, and they will do the right. It's a right. They will do it out of what you brought and out of what they told you to bring. So you become one. What about your children after that? They become one of the covenant. Hallelujah. So that is how you become a partaker of a covenant without you being involved or you directly being involved, but you are involved by others. Hallelujah. So when you are involved by others, you live forever in a covenant but that you don't understand, because you are not told what they were doing. And that is how we have, all of us, found ourselves in a situation that we are unable to come out, because you are fighting a demon that you don't understand. Hallelujah. Because when fighting, when you're going for spiritual warfare, you must be able to understand what kind of a spiritual warfare are you in. You can't just rise up and start saying nakemea, ninavunja, ninaharibu madhabahu ya shetani, ninaharibu. No, you must be specific. When you are dealing with altars, you must be specific. What kind of an altar are you bringing down? That is why when Jeremiah was told by God, I have given you, see, from this day I have given you, hallelujah, an authority over nations and kingdoms. It was identified. It is nations and kingdoms. So he knew specifically my role is nations and the kingdoms. Now you come to identify what are the nations in your life. What is a nation in your life? What is a kingdom? Before you get to know what is a nation, or what are these nations and what are these kingdoms, you need first of all to understand what is a nation that you are talking about. What is a nation? And what is a kingdom? What's a kingdom? A nation is an institution. It is like a country. Hallelujah. It is like a country called Kenya. Kenya is a nation. It's what we call the authority, the environment you are in. That is what we call a nation. Like now, Kenya is a nation. Uganda is a nation. Now come back now to you as an individual. What is a nation in you? Or how do you look at the nation? A nation, you will start it from an institution called marriage. So marriage is a nation. Hallelujah. Church is a nation. The place of work is a nation. And the place where you stay, you live, if you live in Mozurwa, this is a nation. Hallelujah. And this nation, it got elders, it got its kings. In the spiritual realm, every nation, it got people who control it. I don't know whether you are with me. In every nation, there is people, authorities that are spiritual authorities that control it. Now when you have to identifying this is a nation, like now my parents are a nation. Hallelujah. You have children, you too are a nation. And the children behind you are also a nation. But now there is you as the man of the house. You run the house because you are the head and your wife is the neck. Then the children must be the tail. Hallelujah. Who says in the family? Who has the say in the family when the man is alive? It is the man. So the man rules over the family. The man gives direction of the family.
The man says what to be said in the family. Therefore, what the man says, what that the man speaks, it is now the kingdom. Hallelujah. I don't know whether you got me. Did you get me? I come back again. Do I repeat that again? The marriage is composed of the wife and the husband. Then the husband and the wife will produce children. That is now the nation called Karanja Nation. The Karanja family. Now, once you have the Karanja family, what you say, that is now the king of the Maki. The kingdom in the family, it's the authority of the man that has the authority. Hallelujah. If myself with my children and my wife, me and my children, we are a nation called the Nduras. Hallelujah. But there is instructions and there are rules in my family. The instructions and the rules in my family, Oshonigodamaki. Hallelujah. That is why Jeremiah was told, I have given you nations and kingdoms. Odamaki kingdoms. Kingdom is a spirit. It is not a nation. You cannot touch a kingdom. It is a spirit. Like now, Kenya, we are led by the Kenyatta family, the Uhuru Kenyatta. We are led by the spirit of Kenyatta. What he sleeps in the night and he thinks, that is what he will come and tell us, and it becomes law. If Kenyatta comes here and speaks, whatever he will speak around here, whatever he will say, it will become part of law. If he says he wants a road here, maybe he's joking. Hapa kunafaa kukuwa na kabarabara hapa hivi. Tomorrow you will find graders making that road, and he never issued an instruction, but he said, because that is the kingdom. The spirit is him, in him, that speaks. When the spirit speaks, orders are given. Hallelujah. When he says as a king that this road, I don't know who said that we must be having this road in this type of cars in this road. That is an order. If it is a president saying so, it becomes automatically order. And when the president greets you or buys a maize cob from you, your life changes. Hallelujah. Your life will automatically change. Because media will come, they want to interview you. Everybody will be there wanting to know, how did you feel when the president bought some maize from you? So the president bought, he is the nation. But the act of buying is the kingdom. Because the kingdom, it got its soldiers. And it got its operators. It's got managers. It got people who work for the kingdom. That is why you look at the Nigerian movies, for those who look at it, look at the kingdom, you find the maids, the soldiers, the security, the cars, and everything is well organized. What the king, even if the king sneezes, everybody will sneeze. That is the spirit of the kingdom. That's the spirit of a nation. Therefore, when God says that there is a nation, that gave Jeremiah, I have given you nations and kingdoms. He said, I've given you the nation and it is spirit. So you speak, you identify the nation first, then you will be able to identify what spirit speaks behind the nation. Hallelujah. I think we are clear there. For you to know the battle you are doing, for you to know what kind of a spiritual battle, Maureen, you must be able to identify the nation. Who is, and who was your mother, your grandfather, and the generations behind. What type were they? What character were they? How did they behave? Were they witches? Were they good people in the society? Were they robbers? What kind of the spirit that operated in your family?
Hallelujah. The moment now you identify, now you have been able to identify that nation. Now, once you know this is Kenya, you go looking what operates in Kenya. What kind of a constitution do they have? What kind of rules do they have? What kind of, how do they live? Hallelujah. Therefore, once you are able to identify the nation, the next step is to identify the spirit behind the nation. Then you will be able to conquer the challenges. You'll be able to uproot. You'll be able to overthrow. You'll be able to bring down. Hallelujah. You cannot be able to pull down what you don't know. You cannot be able to bring down or overthrow a kingdom that you don't know where it is, where did it come from? How old is it? How big is it? How deep rooted it is? Because most importantly is to understand how deep rooted it is. Because some of us, we go to the roots and cut the roots that goes horizontally, forgetting that there is a taproot. The strongest tree got a taproot. Hallelujah. Even the wind, no matter what kind of a wind that comes, that tree will not go down. But you will find another tree, small, is all big, but it is just plucked out by the wind because it doesn't have the taproots. So you must understand the kind of a nation or the kind of a challenge you are fighting. You must be able to understand. So put some base. You must be able to understand how strong is it. What is the foundation? And how strong is the foundation? Hallelujah. Then you will be able to pull it down. But if you don't know the foundation, maybe it got a taproot, and the taproot has gone to 100 meters downward. And then you think you've cut the roots around and expect that tree to dry up. It will not dry because it got a taproot that is pulling water from deep. Hallelujah. That's why it's now so many challenges in our life. Raise up a bit. That's why I see there's so many challenges in our life, but we don't understand. We have gone to several churches. We've been prayed for. We've gone to Nigeria. We've gone to America. We've gone to Korea. We've gone to every pastor around. We've gone to every bishop around to pray for you, but nothing is happening. You've given sacrifices. You've done all manner of things that is required. When the pastor says, give a seed for this, you give. When the pastor says, give this soil, so you give. When the pastor says, somebody go bring a painful, a sacrifice that will pain you, then you come and give it. You go and pick your plot or your television or your bed and you bring it to the church. And still you find the same problem occurring. It will go silent a bit, but eventually, after some time, it comes back. Why? Because you ulikata mizizi ya kando kando ukasahau kuna taproot. So when you are able to know the taproot of the tree, if it's a blue gum, it got a very long taproot. It doesn't die just that easily. So that is how some of us, we are deep rooted in the challenges we are facing. That is how you find we are deep-rooted in our marriages. Our marriages cannot stand because there is a deep-rooted problem. It is coming not from your grandmother, from the great-grandmother, and it's not great-grandmother. It is the great-great-great-great-grandmother. You find about 500 years ago, the challenge you are facing is over 105 years old. And then you just go to your local pastor or your local bishop because he is anointed, is lifting hands and saying, oh, receive. And everybody go down. And then you say, hallelujah, I was touched. I'm telling you, you are touched for the small demons that are around you. Those who will stop attacking you because they will not run away because of the touch. But after some days, the same problem will come because the same demons have somewhere to land. Hallelujah. The same demon have something to feed on. Ulikata mizizi ambayo inatembea hivi, ukaacha mzizi ule huko. Utakuta the tree will dry some leaves for some times, but because there is a taproot, ina provide the food and the water. Unaona tena mti
imeanza kufufuka. Haleluya. That is why unakuta tuliokoka, lakini tabia zetu hatujaziacha. Tuliokoka na tukaapa kwa Mungu, this is what we are going to be doing, this is our life. Oh God, save me. Oh God, help me. Oh God, anoint me. But unajikuta Mary, kuna vituko unafanyanga na si kupenda kwako. You find yourself in it. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you know there are people that anakuja hapa, will preach nicely, will do everything nicely, everything, will even pray for you, powerful word, but after the service akienda huko mtaa kutana na kijamaa, ana fall easily, anashindwa kuresist. Yani unajikuta you are in it. Mpaka unaomba, oh God help me, I'm going to meet this man, but God I pray, God pray, unaomba kabisa. Lakini ukifika kwa hiyo mtu unaanza mifupa yote inaanguka, unaanza kuona kitora the Hadison. The next minute unajikuta kwa mambo ingine. The next minute after that unaanza kulia, then immediately you find there is a regret. You start crying, why did I do this? Oh God, how this is going to be stopped from my life? Oh God. Unakuta, oh God. It is not you. You got no powers over that. And that is why you see God is still saying David is a man after his own heart. But let's go backwards to the history of David. Whose clan does he come from? David, whose clan does he come from? He comes from Judah, one of the sons of Jacob. And this is a family, Judah himself, he got married to a wife, then they gave birth to children. After giving birth to children, then the children, the wife to the children, one wife to the both children, made sure that the two children died. Hallelujah. Then the woman, the wife of these two brothers, connived to sleep with Judah. Hallelujah. He connived to do what? To sleep with Judah. And immediately after he connived to sleep with Judah, that spirit was carried on. The children that were born out of this woman from Judah are the ones that produces Akina David, Akina Jesse, Akina Naphtali. All this generation is produced out of an act of harlotry. Hallelujah. That is where you see, even when Jesus is doing his mission, who finds him? Is harlotry. And as they come, huyu mwanamke alikuwa prostitute na anakuja na anakaa karibu, because now akina Judas, they know the history. Wakaanza kuambia Yesu wa maguta maya ma todo magi ya godoma ya atike matugedi ya maguta tuweke ate tutwale mission. It was not about mafuta. Walijua mama ni mgani, na ile ka spirit ile ya kutoka kwa baba yao Juda waliona kakianza kutembea, because it is an attraction. It attracts. The spirit will lead you to an attraction of doing something that you really don't want to do. You just pray that God amekutoa, umetoka kabisa, lakini tena unajikuta wewe mwenyewe ndio unajipeleka kama kodoo. Hallelujah. Wewe tu mwenyewe ndio unakuta wamepaga laini pale, ukasimu ndio haka kanalia, kegile kanalia. Unauza kwa yao utajikuwa nani? Because si wewe, kuna power na ni kubwa sana kukuliko. And not unless you identify ilitoka wapi. Hallelujah. Ukiangalia sasa, uangalie mpaka hiyo generation ya Judah. All of them thrived in a premature death. Hallelujah. Hata Jesus himself died prematurely, was crucified at 33 years old, because
kuna generation, wale watoto wa Juda walikufa prematurely. The 2 sons died prematurely. Therefore this is a curse that was carried on despite the promise from the father, despite the anointing from the father. Because when Jacob was blessing his children, he told Judah, your brothers watakuinamia. Lakini angalia historia ya wale wote wametokana na hiyo muherega. Wote they have serious challenges. Akina Jacob, akina Abraham, wote they have serious challenges. Then you go back and look again at Abraham himself. Remember the history of the father is an idolatry. Then when Abraham goes and he had a very beautiful wife, he decides to lie because he feared for maybe they will kill him, and he lied to them. Much later, the son Isaac did the same mistake the father did and lied of the same thing that the father lied. Meaning, whatever that was happening in Isaac was uncontrollable. Whatever that was happening in Abraham was uncontrollable because it came right from the father. And you see, that is what you discover when God looked at the history of the father of Abraham, Mr. Terah. He told Abraham, I am blessing you, but your generation will go into slavery for 400 years. Will be held captive for 400 years. That is when they could have been able to identify the problem, and Abraham could have gone to God and destroyed that, what his father was doing. But because he didn't understand the reasoning of God telling him for 400 years, your generation will suffer, what he said, he just continued with the blessing and avoided to go deeper to understand, why did God tell me my generation will go for 400 years? Hallelujah. And you fall from Abraham to Isaac to Jacob to Joseph, it's about many years. That they waited, God just waited for so many years for them to rectify the mistake. But when they refused to rectify the mistake, something started happening. Then Joseph was sold as a slave, and after being sold as a slave was taken to Egypt, and some hunger happened in their land. And then Joseph and the people from their family came looking for food. He noticed, this is my family, the guys who sold me. Hallelujah. And when he saw these are guys that sold me, he decided to bring them there to live with them after they confessed their sins. That was the beginning. You see now, it is not pre-planned. It's not him planned. It is a natural thing that happens automatically without being forced. It is something that he never anticipated he will ever see his own brothers. He never anticipated to see his father again. He never anticipated that he will ever go back to his land. He never anticipated that he will ever meet any one of his family members. But a condition just created it itself. Wale wakakuwa na njaa, wao wakakuwa wako na chakula. Kule wakwao wakasikia kule kwingine kuna chakula, wakadecide kwenda kutafuta chakula. That is the condition. Kauliko kaudo kamukiha kalia kagere uliko kweshalio ne kariko. That a condition that caused the brothers wa Joseph watoke huko kutafuta chakula. It was designed si chakula, lakini ilikuwa wakutane na brother yake. Lakini kumbuka, wao ndio waliuza brother yao, na brother yao akanunuliwa na watu wa Egypt. Kisha kule wao ndio walitengeneza njia. Haleluya. Kwa sababu walibeba seed ya kuteseka. Bwana Yesu asifiwe sana. They carried a seed ya kuteseka. So at some point hiyo seed itagerminate na itafanya kazi. Walipofika kule, baada ya njaa kuingia na kila kitu shida kuingia, then familia wakakuja, akaona hawa ni wale brother yangu. Kisha akaorganize, nendeni mulete baba. Kisha akaorganize, akaambia baba, kaa hapa ukule vizuri. Bwana Yesu, just like a son will do.
my father if he was alive, I will call him, kuja tukae na wewe kama huko kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. So what he did, ilitengeneza ground ya wao kuingia kwenye ile miaka 400. Bwana Yesu asifiwe sana. So they sold the brother aende akafanyike mtumwa, because the spirit ya utumwa iko ndani yao. Sio kama mnanielewa? Waliuza brother yao kwa sababu the spirit in them wanamsukumia kwenye kule anafaa kukua, because the father, the grandfather ama Abraham never identified what God told him, that your generation will go 400 years in slavery. As a father, he could have raised an altar and said, told God, I cancel this. And that is the challenge that we have as Christians. That when the word is spoken against you, when you discover there is a challenge in your family, you don't go against the word spoken. You don't cancel what has been spoken over you. You don't cancel the arrangements of the devil that is in your life. But we continue because somebody came and laid a hand on you. Somebody came and said good words. Somebody go prophesy that I can see a vehicle. I can see you going to America, amen. I can see you buying a car, amen. I can see you doing a wonderful wedding, amen. But you don't want to understand. Could there be challenges in your life? Because everything you do, it got its own challenge. If it is a marriage, it has got its own challenge. You must go down deep in it and understand, this marriage I'm getting into, who is this? Huyu mwanamke ambaye anaenda kumuoa ametoka wapi? Huyu mwanaume ambaye anaenda kunioa ametoka wapi? Foundation yake ni gani? Njia zake ni gani? Amezaliwa kwao, wao ni wagani? What is the kingdom? Niyo dhamaki yule kuwathanaga kwao. Hallelujah. The moment you know niyo dhamaki ni ufalme gani inatawala kwao, so you'll be able to know. You'll be able to move in a direction of understanding, and you'll be able to know what you can pray against. But now we Christian, we pray, but we don't identify the problem we are praying. We just do it as a blanket. We just do it as a amen. And we are lazy Christians. Every Christians are the laziest people in God's kingdom. Christian, more especially we Africans. We don't want to do our research. We want only to go to where a pastor is anointed. A pastor is speaking power. Oh my God. I can see kifunguo. Vifunguo za gari 100 zinateremka. Mataito zinateremka. Hey, sasa hiyo unakuta kwa madhabahu yanachafuliwa mara moja shwa na manoti. Because anasema kifunguo ya shamba taito imeteremka. Kifunguo ya gari imeteremka. Ndio ikufikie, itateremkaje? Ama itateremshwa na nyororo? Bwana Yesu, unaijulisaga? Ama kabuni iko amezungumza na kabuni manufacturer. Amesema Toyota tengenezea dami gari mara moja na iteremke. You need to know when it has been prophesied to you, that is when your problem starts. Because in heaven wamejua. Upande wa shetani wamejua huyu mtu ameachiliwa na vitu zake zimeachiliwa. What they will do, they will come very fast down to make sure that which has been prophesied to you doesn't work. Ndio unakuta mtu anasema zile prophecies zimetoka, mimi ni tajiri, mimi nitapata mali, na hiyo mtu anakuambia atapata mali yako na 8 years. Sasa unashindwa, amebakisha miaka, na hiyo shamba anaambiwa ako na 100 acres na ako na 8 years. Na shamba Kenya, sijui kama unaweza pata shamba upatiwe for free. Lazima ufanye kitu ndio hiyo pesa ipatikane, uende ununue. Sasa mzee kialie, nikwambie shamba itateremka. Itateremka aje? Nikwambie gari, nimeona kifunguo ya gari. Utaenda showroom, nipatie hiyo gari. In the name of Jesus, give me that car. In the name of Jesus, I'm driving you. We are told to possess and then acquire. Hallelujah. We are told to possess and then what? Acquire. How do we acquire?
We acquire by buying. Hallelujah. We acquire by moving. That is now where the faith and the works meet. You have faith, but you must have works. A faith without works will not do. So what are the works? The works is to identify what can stop you from getting it. God has prophesied to me that I'm going to own a car and I'm 80 years. Why? Where has this car been for the last 80 years? Ni nini likuzuia? Mbona hukuwa na macho ya kusikia hivyo? Hakukuwa na nabii ambaye angesema wakati huo? Hakukuwa na njia ambayo Mungu angetumia when you are young you drive car atotwaribie Mercedes unatwaribie kama mwenye atoniko unaenda kutwaribia ka sport car. Wewe miaka hiyo yote 8 umekuwa wapi? Meaning there has been an obstruction that has always stopped you from making it. Because there has been a limitation that has limited you from going. So that is important. That is now you have identified the challenges. The challenges that we have in our family, in our businesses, in our ministries. It is the kingdoms that speak of our life. Waboy, what is the kingdom that speaks in your family? The moment you understand what kind of a kingdom that speaks in your family, you will be able to go fasting. But you can't go fasting if you don't know what you're fasting for. You'll be fasting. Yes, it is good to fast. It is important for you to fast. But why are you fasting? You are praying. Yes, we are praying for what? Kanisa tumesema tuombe. What tunahoera ke Wanyabura? What are we praying for? Baba tunaomba uwe tubariki, utubarema, uleka babarina, ikasandoro koriba. Isa, umepiga kelele zote. Umepiga kelele zote hata watu neighbors wamejua. Mudushu ni ahoyaga. No hekiliki wahoera. Hallelujah. Are you thanking God? Are you praying? What are you doing? Because we don't even know how to pray. We don't even know what to pray for, at what time, and when, and how. Because we have thanksgiving prayers. We have sacrifice prayers. Hallelujah. Hallelujah. I don't know whether you are getting me, but I think you are with me. Because you must be able to know that Yemahoya Wanyabura. Wadhikuhoera ke. Wakaraja. Wadhemahoya. Wadhikuhoera ke. Nogia ukiumagara. Umenye dadie mahoya. Na mahoya gutire mahoya marikagio matari na sacrifice. Okuruta sacrifice yago ikatia. I don't know whether you're understanding me. Because every sacrifice must have a name. Any sacrifice you give, you must give it a name. Because the sacrifice will seal. Whatever you give seals what you have said. What has been said over you. Sacrifice ni kifuniko ya kufunga. Ndiyo mapepo yasikuje. Because I will prophesy niseme nimeona gari huko juu wamesikia. Zamani afadhali singe prophesy kwa sababu hawajasikia. Lakini the moment wamesikia they will start acting against you. Kwa sababu kuna vitu zingine Mungu ameweka siri. Mashetani ama shetani havijui. Lakini nikiachilia sasa niseme nimeona shamba. Shetani amesikia kiarie mgoda wa kiarie ni wa umma. They will make sure they come and they stop you. Either by diverting you or by making you refuse to sacrifice. Because every prophetic word released upon your life must be sacrificed for. You must give a sacrifice. And for every prophetic word, for you to see it. Because already wamejua. Wachawi na waganga watafahamishwa, wataenda huko kwa mganga, waende wafanya nini? Watoe sadaka ya kuzuia baraka zako. So anything that you do, na jambo lolote ambalo unalifanya kwa maisha yako, is very important to understand what nation is in you. And what, after knowing the nation, then you know
ni spirit gani behind the nation. Unachimba rurukaro wanyu naona niki giathaga bururi witu nyumba itu. Kuna family divorce ndio iko juu. Kuna family magonjwa chronic diseases ndio iko juu. Kuna family wao wote ni walevi. Kuna family wao wote ni washerati. Kuna family wakiongea tu mdomo yake ni uchawi. Kunao tuko nao kanisani. Na ndio nakuta kanisani kumejaa wachawi wa kiroho. Kwa sababu anatoka kwenye familia ya uchawi. Initially alizaliwa akiwa modomogo, kwenye ametoka kwenye clan ile ya kunena tu, akinena tu kama ile waedhaga walikuwa nanena, wanasema ho uro haruruka. Yani analete ego, inateremka kutoka juu inaanguka chini kwa mdomo wake peke yake. Those are clans we come from. We have the Mojiro clan. They will speak against ageta metagwa ageta ajiro minio mera kwa marigeta meka gatia daga metaga hiti sikaihora mushi kuita tu hiti. Sasa angalia, huyo mtu ako na power ya kuita mahayenas wanakuja wanajaa kwenu, na ameokoka, ameenda kanisani, na ile mzizi ya kuita mahayenas iko bado. Huyu atakuwa nani kanisani? Atakuwa sasa anachezea kwenye anointing fulani ya Kikristo ambayo inampatia ground ya kuoperate uchawi. Na wanakuwa na urahisi sana ya kusema back to sender, because ni wachawi. Ni mwokovu, ameokoka vizuri, na Biblia amebeba 3 ya Kiswahili, ya Kikuyu na ya Kiingereza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ni zile Biblia amekaa nazo kwa kibeti, imekaa mpaka ngozi zimetoka rangi. Lakini bado mzizi wa kuita mahayena zinakuja zinajaa kwenu, mizizi iko ndani yake. Kumaanisha huyo mtu hata akiokoka, hata afanyike prophet, hata afanyike pastor, bado mzizi ule wa kutenda utakuwa ndani yake, kwa sababu haja identify hiyo mzizi, akate ndio aweko mzizi wa Yesu. Nikionaga ando makanitha-ini makirua, nikionaga mundu oka kanitha-ini ukona kanitha ni haja kugwa, unaingia kanisa poverty inaanza kuingia, ama unaingia kwa family fulani walikuwa matajiri, wanaanza umaskini inaanza kupenya kwa hiyo nyumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaolewa na kajamaa kalikuwa na Mercedes 3 na Range Rover na gari kubwa, after few years unaanza kuona auctioneers wanaanza kuwachota, kwa sababu wewe mrogi wa dhena. Bwana Yesu asifiwe sana. You are a witch of poverty, you are an agent of poverty, and yet you are a Christian. Yet you give a nice testimony. Oh my God. Wakrogo na ile itabe ushuhuda. Kali sana, mtamu sana. Oh, tangu niokoke Bwana amenitendea. Wandugu nauliza, wandugu tunyenyekee, Bwana anafanya. Wandugu. Lakini inside you are a witch. But you don't know. Unakaa tu kwa Mkristo ni pasta, lakini zile vituko unafanya kanisani, watu wanaenda wakiulizana maswali. Mbona kuma na anointing nonike? Kama ingine sisi mliona kwa internet. Kama hiyo unaona mtu anakuambia mkunywe jiki, ndio muone kuna power ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama mwingine anakuja anawaambia Roho amesema leo tujivugie kwa hii nyumba, tujiweke mafuta tuchomeke. Is that God? My brother, come here. Is that God? There is no God there. There is a spirit that is in him that is talking. He is a Christian. Ni mtu mzuri, he is a good giver, ana qualities zote, lakini kwa sababu he was unable to identify
A challenge, that is why you are facing those challenges. Because wakati anainua ufalme wa Yesu, ule ufalme mwingine kwa sababu ndio uko na foundation, unainuka zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is very important. No ukoro banyabura we mundu mwega muno. No kiria kimuthingi uria we kwanyu mucii. Wokoro ni warogi, koro ni wa majini kana whatever it is. Wahuja, warekia. Ugekora maundu ni maja guthukana. Ona ciana ciaku ni ciokererwo. Wakora nyumba yaku ni yaharagana. Tubeca uri handu ati ni ukuneo 200,000 handu ukaigua mwana ni arwarire kuu. Atukana mathire muthibitari. Ugethie ku kerwa riu ugetio nginya turia tunini wena tugetha mwana toro thibitari. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what unapata kazi Mary, unapata kazi, unaenda unapata kazi mzuri sana, unaajiriwa, lakini ukienda tu kuanza hiyo kazi unakuta watu wote wanakuchukia, watu wanakugeukia kwa sababu ule ufalme haufurahii ukifaulu, na wametumwa wameambiwa muhakikishe Mary hapati kazi. God forbid, Mary utapata kazi. Umepata already, sio? Pigia Yesu makofi na ibarikiwe na utumwe London. Ukiwa mkubwa ofisa, wende London, wende Pakistan, wende Iraq. Ukue kama Mother Teresa, ujulikane dunia yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukue na bebo na ndege ya private. Sasa watasema unaona alimtabiria. Totugaga atakuwa kimtabiria tu. Bwana Yesu asifiwe sana. I hope tumejielewa kiasi na tumeelewa ni nini tunafaa kuanza ku-identify. Kuokoka is okay, is nice. Kuokoka ni kujuana na Yesu. Ni kujuana, kuokoka ni kujuana na Yesu. Sasa ndio umejuana na Yesu. Ukijuana na Yesu ndio uanze safari ya kuvunja, kuharibu na kuangusha falme zote ambazo zinakuwa katika maisha yako. The moment you know that, you conquer. The moment you know that, you become that man, you become that woman that God wants to use. That is why many people ambao umeona wamefaulu katika maisha, it is because they were able to identify the family patterns. If you are able to identify the family pattern, the family tree, vitu hizo zote utafaulu kuenda mbele. Ujue baba yako alikuwa nani? Ujue mama yako alikuwa nani? Ujue shosho yako alikuwa nani? Ulipatikanaje? Washiariru wate, wakiriate, yani how are you? Ndio upatikane dunia hii ukuje. Ni nini kilitendeka? Are you, wewe ni mtoto wa huyo baba ambao unaitanga baba? Ama mama alinyemelea mahali na akakuja na akaraba mdomo na akatulia? Hallelujah. So that will cost you. Kama alinyemelea huko na akakuja na ukazaliwa, you are a product of who? Usherati. Kwa hivyo whatever that will thrive in you ni usherati mtupu. Wale kizazi utazaa ni usherati. Ukienda mahali hata unaonaga pastor akihubiri kama amevaa takashati kamelaruka, unaonaga tu ako handsome, beautiful. Ni tall, dark and handsome. Kwa sababu in your heart what is thriving ni usherati. Unaikia mwenye matata manyoka. Ukiona tu mwanaume akipita hivi unasema huyo ni agira muno. Huyo ni agira. Huyo ni agira. Excuse me. How are you? I'm fine. Nilikuwa nauliza nje nikipitia hapa. Itanitokelezea Huruma. Sasa unakombea Huruma iko mbali. Hapa tuko roundabout. Sasa anaanza kukuelezea Huruma hapa, ukienda Huruma ni mbali. Labda sasa uingie town, uende uchukue gari za nini? Za Juja Road. Sasa lazima na iko wapi? I'm new in Nairobi. Sijui Nairobi. Unaweza nipeleka? Mwanaume naye kwa sababu ile anointing yuko nayo ni ya kuvutia huyu mwanaume. Mwanaume anaanza kuhehejeka, anaja kuhehejeka. Anahejeka, mkienda anakuambia hata tuingie hapa tukule chips. Naingia mnakula chips, hapo kanaba kanachukuliwa.
Hapo hapo the next minute unajikuta mko lodging. Before after lodging, after immediately the lodging, ndio na what did I do? What happened? Kwa viatia. Okay. Tena unakuja kwa pastor niombe. Nilijikuta pastor. Unaopewa. Tena unatoka hapa siku nyingine. Tena unaenda mahali. Kemwana kimundu kile yuki gagito utikida kile ki brown gagimera au kehubete gagathuti kagoro giratwarithia kire Jehova gogo nditigite kwenda hadi anakuita hi ma'am can you unaweza kunisaidia ijia sasa hiyo ako Jogoo Road ijia nikipita hivi nawezaje kutokea Westland hivi kutokea mpaka unashindwa. Aliweza kuakili ya kununua gari akakosa akili ya kujua kuna Westland na kuna Eastland. Bwana Yesu asifiwe sana, because there is that spirit that is speaking in you, and that spirit when it is in you, kile kitu inatembeanga kwako ni kitu inaitangwa poverty. Ukienda kununua kitu lazima kianguke, ukienda kufanya jambo lolote lazima lianguke, ukianzisha kabiashara lazima kaanguke, because that spirit thrives in poverty. So that is how, if you are able to identify the problem, if you are able to identify the nation that is in you, you'll be able to identify the kingdom. So first of all, you identify the nation, then you identify the kingdom. Because the kingdom is a spirit that speaks. Hallelujah. Kama mfano tuchukue kama mfano kwa nchi yetu hii, utakuta there are 3 people, 3 families ambao wanatutawala. Na tukijaribu kuinua kichwa hivi unakuta wanatugoga, na wakitugoga wakikohoa sisi zote tunakohoaga. Hallelujah. Ukiangalia Kenyatta family, Moi family na Ugiga family, mpaka saa hii noti ya Kenya imewekwa Kenyatta. Saa hii angalia uchumi wote wa Kenya, wanajenga reli inaenda inaishia kwa shamba yao, wanachimba mafuta maji kutoka Murang'a inapitia chini inaishia kwa shamba yao. They run the economy. Wamenunua, wamechukua banki zote na ma insurance firm zote mpaka Mutuba wamechukua. They run the economy. That is why unapata mzee yako pale KICC amekaa hapo anaangalia parliament monitoring spirit, anaangalia pale mpitisha kitu against my children, utaona. Naye mwingine naye ameenda amelalishwa parliament anasikiliza mfanye kitu against my family. Ndio naona ukiinukia huyo jamaa kidogo tu unakuta Kenya mzima inasema nige koyogi tokera huru. Unashindwa ikoyogi okera kuna ni ndo shitwara tunya. Tunaitwa udhuraku. Sukachifanya hapa tukakuwa dhuraku. Tukapigania mpaka akalia kiti. Ni kwa nini is not him? Nikigogona kila kiaragia hau KICC. Na nikigogona kithondeketwo na foundation ya Ngoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Toro nyobeo ye hau KI niliwafundisha hiyo KICC ni nini hiyo. Kwa wale walisikia. Parliament, wenda parliament kwa hizi chuma za kuingia, unaona pale unajisikilia ukienda hivi. Angalia uone ni nyoka imefesi mzee. Hili ingine ni nyoka imefesi mzee. Alafu wenda huko Uhuru Park utapata kadhibo. Nibo ya Nyayo. Yatuongoza kwenda wapi? Fibo ya Nyayo. Wakati alikufa walimtoa funeral, wakampeleka parliament, kisha akateremshwa pole mpaka kwenye altar yake akazungushwa. Alipofika hapo Uhuru alitembea mguu kwa sababu lazima wangeheshimu altar yake. Kisha wakampeleka Nyayo Stadium, kwenye altar yake hiyo ingine inaitwa Nyayo Stadium. Fibo ya Nyayo zikakamilisha. Kutoka hapo walimweka ndege wakampeleka nyumbani. Ndio naona siasa saa hizi ni Gideon, ni Uhuru, ni Ugiga. Karuto kanajaribu kung'ang'ana. Hakana altar ya kubabaisha nchi. Hakana, lakini Mungu atakatetea. I can assure you, Mungu anakapigania. These altars are going down in Jesus' name. That is what now. Nimekupatia just a rough example of those kingdom. Ukijikuta unaiba unaitwa dhuraku. Si kupenda kwako, sisi ndio tulijiita dhuraku.
Yeye hata hakujua tunajiita Dhuraku. Tukaanza kwa Dhuraku. Tukaamuka saa 11. Tukaenda huko tukapigana. Wewe Mjaluo, wewe ni Mgikuyu, wewe ni nini? Kumbe ni zile maulta zao zinaongea. Hawa wanashikwa. Na tunasema Wakikuyu wanasema ndegeko yogi tokera huru. Na mtu hajawahi kukuletea hata sahani. Wakati mmoja alikaa na bila vice president for about 3 years. Wakati mkapiga kelele, alikwambia, alisimama pale Lemuru akasema, "Bas, nimerudisha hiyo mtu yenu Saitoti, muone kama sufuria itaongezeka kwa nyumba." Hai, sasa aliuliza, "Kama mgethi sufuria sikiongereke?" Because they control. There is power in altars. And these altars are right in our families. Kwenu Morin kuna altar. Kwenu kuna altar. Ndio unasikia kutaka kupiga mtu, hata unataka kupiga pastor. Ati huko na machugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Beatrice, there are altars in every family. And not until you identify the altars, hauwezi ukafaulu. Then let's read in the book of Deuteronomy chapter number 28 verse 15. Nilikuwa nawapatia tu overview of what to be able to do. This after, if you fail to understand the situations that you are in, there is a major thing that happens in you. And this major thing that happens is disobedience. Hallelujah. You become, the altars makes you disobey any authority, anything that happens in your life. And these altars, when they make you disobey, I want to read from verse 15 so that you can understand. "But it shall come to pass if you do not obey the voice of the Lord your God." What is the voice of the Lord of your God? The voice of Lord is that which asks you to destroy every covenant, every altar, and every agreement that is against him. Hallelujah. The moment you know every altar, every agreement, and every covenant against that, the voice of God, that you shall remain with God, him alone, without any other God in your family, any other God in your business, any other God in your ministry, any other God wherever you are. Because the idol worshipping in your family, it is a God. And if you are not able to identify the idol worshipping in your family, then you will not be able to identify the altar behind the idol worshipping in your family. So, but it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments and his statutes, which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Hallelujah. This thing that God has commanded you today, that if you are not able to see, to look at them and identify them and destroy them, all these curses will come to you. What are the curses? Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the country. Hiyo ndio unakuta huko city, lakini you are so poor. Ukienda vijijini, hata watu wanakutoroka kwa sababu utakunywa busaa za kukopa na machang'aa na mkovero yote huko unakopa na ingine huko ya kaba inaitagwa mame dada. Kalovo. Unakuta umekopa, hata watu wanakujua. Wakikuona tu hivi unaanza kusikia wanaandika karatasi kwa murago, wanasema tumehama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya shida, mtu akikuona tu ukikuja anajua huyo ndiye na modeli. Huyo kakuhoya pesa. Huyo kakuika. Ukienda vijijini unakataliwa. Ukikuja mijini, nothing is happening in your life. Nothing. Totally nothing. There is complications. Ukianza kabiashara kanaaguka. Ukifanya nini kinaaguka. Ukienda mahali popote, there is nothing that is working in your life, because you are cursed in the village and you are cursed in the city. Why? Because of failing to understand the voice of God. Failing to understand what God is telling you. Failing to understand what God is speaking to you about your foundation.
Hallelujah. Cast shall be your basket and your kneading bowl. Basket ni mfuko siku hizi. It will be gas. Anything you get, ikishika kwa mkono hivi, vita vinatokea kwako. Kitu ikishika kwa mkono hivi, kunatokea kesi. Kitu kikishika hivi, magonjwa inakuja, inaenda. Pesa yote inaenda. Wakati inaisha, imebaki sasa shilingi 10,000 ama 2,000 ama 3,000, ndio unasikia ugonjwa. Hata hakuwa na ugonjwa, ilikuwa depression tu. Na madaktari wamekuja, wameadvise, wamesema tu aende apumzike nyumbani. Hakuwa mgonjwa. Sasa hiyo walimweka maji, wakampeleka ICU, wakamfanya kila kitu, provided hiyo pesa itoke yote. Ikitoka ugonjwa inaisha. Ikitoka amani, unakuta mzee na mama wanaenda na gambe. Haleluya. Wakati sasa hiyo mzee, kwa sababu ama mama anaenda huko, anapata ile unaitwa nini, mutura ile tunapimia kwa mtaa, imekatakatwa, anasema natolera mama na wakati alikuwa nazo hakununua kanyama. Sasa upendo inarudi, kwa sababu adui ya upendo na adui ya nyumbani ameondoka. Na adui ya nyumbani ni nini? Ni pesa. Akiondoka, amani inaingia. Hata mtunaona kuta sasa anaona. Sasa hiyo ndio mzee anaenda kwa kabucheri, adimera kwa tau kama tubo katika kejimana mere. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Cast shall be the fruit of your body and the produce of your land, the increase of your cattle and offspring of your flocks. That is serious. Hiyo ni serious kuliko yote. Cast shall be the fruit of your body. Kwa hivyo mazao X. Kuna kuzaa. Utire washiara. Na washiara shiana shiga tuwe kama tagari. Washiara shiana shiga kugia. Kana okagio na shiana isio na merimu. Dokona dhayo. Ginya okariga wa yoyo unake dasi yaraga wake. Hallelujah. And number 2 says, the produce of your land. Unalima shamba. Any business unaanzisha, inakataa kabisa. Inakataa, inarega, kurega. Unajenga tunyumba, tunakataa. Unajenga, unamaliza na nikaroni. Watu wanakataa. Wanaenda kwa neiba yako ni ya mawe, wanaenda kwa neiba kanyumba kama bati. Na choo ni ya pale nje na bathroom ni ya pale nje. Na yako ni self contained kwa nyumba. Mtu anaokaga kwa nyumba. Lakini watu wanaenda kwa hiyo ya mabati. Na hiyo ya mabati unasikia ni pesa mingi kuliko yako. Unaagusha mpaka watu. Atikana kuhushia hoya kakoma. Yanaenda washi panie ni kwenda kunyuona kame. Na hakuna, ni umewekwa alama. Hakuna kitu itakaa kwako. Haleluya. Kama umewekwa alama, uliwekwa kwenye misingi yako, ili ya foundation, alama iliwekewa huko Anita. Sasa kuidentify kutoa hiyo alama uliwekwa, lazima uidentify muzisi. Ile muzishi inaitwa muzishi muzizi. Muzizi. Ile inaenda mpaka chini, ile ya katikati. Wacha hii ya kutabaa. Hii ya kutabaa mtu anakataga na paga ama unangojea kipepo kile kinaitwa ile ya wanawake. Inakuja inangoa kanaanguka. Lakini hii ya kuenda chini inapasuanga mpaka mawe. Inaingia chini. Not until you identify hiyo muzishi. Bas. Si muzishi. The number 3 of that number 18 inasema the increase of your cattle. Mbaka tuubwa olewambie mucio gakora kagui kaheago irio o muthenya no kahejete tumahete turenda guturikia kiria turenda guturikia ngothi ni kahejete no kararia irio na karanywa iria kagui tiga ng'ombe ngui ubwa imekonda mpaka mafupa inachomokea ingine huko hapa kwa nini yake hapa kwa banini yake kakitembea hivyo unaona ni tumafupa tunaenda tukigokana hivi na kanakula vizuri na kanakunywa vizuri. Sasa yeye ng'ombe
Weka ng'ombe sasa. Lete ng'ombe uone maajabu. Uone mpaka ngozi ya hiyo ng'ombe hata gokoma haiwezi kula kwa sababu haina chochote. Gokoma inawekelewa hapo inakufa yenyewe kwa sababu ya hunger strike. Bwana Yesu asifiwe sana. That's what we are facing. Those challenges tuna face tukiwa Kristo. Tuko wazuri, tunaokoka, tunaongea vizuri, tunasema the King of Kings, the owner of silver and gold. But ingia kwa mfuko yako. Wacha gold. Hata nyasi hakuna kwa mfuko yako. Ni thina. Atiguka kanitha no jerie pastor domera magana mere joke. Todo tire. Na ikuraria Ngai munene nini wa Ngai munene. Ngai wekana shama, Ngai mwene gold na silver ni shake. Ngai mwene ohatu wothe. Ngai ucio kathire atia babura. Kathire atia kinya. Ucio mwene silver na gold. No uragoca no ina magira wa nyambura mwitaka o muthenya. Na mwago thonere na muna riu ne muka ona twaka kia kuriari aliyo gete-ine ndari gete-ine hakuna hayuko kwenye kiti kama hauna chakula na wewe ni mtoto wa mfalme basi hiyo mfalme alitolewa huyo mfalme hayuko kana niate we mwana we mutumia muthuri uyo tucoke tukoncemanie na muthuri ekirite gathuti ka 100,000 tuthokara twekirite ka 50,000 gathogithie kira ka 10,000 tucemanie nawe na ukwekirite gitangari kia nguo Joke uga muthuri wakwa ari ogete-ine acha ang'aurirwo tene ali ng'aurwo kitabo because what we are seeing in him must be seen in you. What we are seeing, the God we are talking about, we must resemble our God. We must look like our God. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamuti na ameni. There is no way we can be talking as church goers. Na niguo puva tieto gothire hizo na hizo tunakombora Mkristo. Angalia tuchukue example hapa in Australia. Nimekuja saa 7 hivi nikikuja hivi hapa Wakristo wale nimekuta watu wako hapa nje kwa mafactory zimefugwa zote zimefugwa. Watu wote waliambiwa watoke waende lunch. Wamekaa hapo, kuna mama ako na doo ya mahindi ya kuchamusha na kuna doo ya madodo na kuna doo ya machapati. Na ako na kitabu. Haleluya. Si kitabu ya kuombea watu ama kuambia wale watu wamepata toba. Ni kitabu ya kuandika deni. Na ile deni anaandika ni 60 bob. Na mwenye factory ameenda kukula Intercontinental baada ya kutoka kwa msikiti. Maana mwenye factory ni Muislamu. Na mwenye kwenda kufanya gobo, mwenye ambaye anaenda kufanya gobo, yani inaitwa gobo slave. Mwenye ambaye ni slave ya kufanyia huyo mtu akitukana wewe toka kaona kabisa wewe mjinga. Wewe una akili toka takataka yeye ni Muislamu. Na wewe sade buku unasema wale ni mtoto aliyezaliwa na maid, ni mtoto wa maid, lakini mtoto wa maid ndiye amekuandika, amekufanya mateka, amekufanya wewe chokora. Wewe unaandikwa kitabu shilingi 70, lakini yeye anaenda kukula sahani moja ya shilingi 5,000, one plate pale Intercontinental. Nilipeleka mama mwingine hapo, nikamwambia kunywa juice. Akaniuliza juice ni pesa ngapi? Nikamwambia ni 1,500 glasi moja. Akaniambia nipatie hiyo pesa. Aliona ni machungwa mbili imefinywa na mashini ikafinywa hivi. Aliniambia nipatie hiyo pesa. Nikamwambia sikupatii because that is spirit of poverty. Huko ndio tunafaa tukule because we are children of the king. We are the children of the owner of this world. Sisi ndio tulizaliwa na baba yetu nani? Tulishanesha Abraham. Tulishanesha Abraham. Ishanesha muruti wa wera. Na nesha tuegelesha tuikalera. Ni nini wali identify sisi tukakosa ku identify? Nyinyi mlingangana na wokovu, wao wakangangana na blessing. There is a difference between wokovu na blessings. Blessings lazima uvunje madhabahu. Blessing for them to come. It is not salvation. Wale watu matajiri hata wajui Mungu ni nani. Wachaina wanajua Mungu. Waindia wanajua Mungu.
Ng'ang'anite haka nini ati pesa nigoka. Hakuna atishika hapa. Ati inua mkono wako juu. Shika hapo kuna waya. Niyo kifunguo. Niyo pesa. Hapana, that's nonsense. That is pure nonsense. Na hiyo ujinga ya Wakristo lazima mutoke. Identify, ujue kuna wokovu na kuna blessings. Blessings have been commanded before salvation came. Abraham hakukutana na Yesu ama alikutana na Yesu? Salvation ni ya Yesu. Forever who connects with Jesus connects with God. Abraham aliachiliwa baraka, alikuwa ameokoka. Ni wapi kumeandikwa Biblia ati alikuwa ameokoka? Ni handikitwo ni Abraham ni ahonokete. Beatrice akibarikiwa, kuna quote katika Biblia inasema Abrahamu akatoa toba akasema, Bwana Yesu, nimekuja mbele yako na mimi dhambi zangu. No, God blessed Abraham akamwambia nenda na ubarikiwe. In Genesis, book of Genesis chapter number 1, God gave dominion, akapatia mankind dominion. Akamwambia lazima hii vitu zote ziko hapa, mang'ombe, makondoo, mambuzi zote, minyama na milima na vyote zote nimekupatia. You got dominion over everything that exists on earth. So the dominion is there. Everything that exists on earth, it is yours. It is not about salvation. Salvation is the way of living according to God's will. Kukaa kulingana na mapenzi ya Mungu. Kunyenyekea. To love your God, to walk with the way God wants, but He has already given you. Hallelujah. So when you discover kuna kitu kwewe hauna, dole na besha we mugieki, dole na kanyamu, it is not God that has denied you. It is not about your salvation. It is about you have refused to connect yourself. You've refused to break the altars and the covenants that stops you from, that has made you not to achieve. Hiyo nyumba zako, enda uzitolee, uziinulie madhabahu, uvunje madhabahu ya shida, ya matatizo na nini na magonjwa na kila kitu. Once you've broken that, you stand a rich man. Udhamaki, the kingdom of heaven is for the rich. Because you are rich, you are the son of a king. When you are a son of a king, you automatically become a king. Prince. Na ma princess. So will you find utakutana ati shele mwana wa Uhuru anavuta na naye mkokoteni ile. Mtoto wa Uhuru ndio anavuta hiyo mkokoteni. Will it happen? No. It can't happen. It is them identifying and knowing how to get the riches. Sasa unakuta aibu kubwa sana ya Mkristo. Aibu kubwa. Na Sunday ukiwakuta hapa wakiworship utashangaa. Lakini enda sasa industry saa 7 wakute wamepanga na kukuta mwingine anafanya madharau na ni pastor. Nabii wewe pastor, wewe ulipagi, wewe toka kwanza, wewe toka. Sasa atapatiwa chakula kama ile doi kibaki ile supu. Apatiwe chapati ile mabaki, apatiwe na hiyo supu achanganya inaitwa chafua. Hallelujah. Huyo ni pastor. Kwa sababu alipagi anategemea sadaka. Na nakuta hiyo pasa kwa sababu ya kutolipa, anakuaga sasa na service hapo ya raja hawa. Anasema, watakaomfuata. Anapiga makelele. Anatoka hapo. Akiingia huko ni mtu wa kufagia huko. Sasa hiyo sauti yote ameweka, amemeza mpaka amemeza hizi. Akiingia tena huko tena na meza fupi, huyo mgonjwa. Kendo kamushi Radhi kwa daktari kliniki gokoba sindano. Najua daktari. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasikia maumivu kote mwilini, lakini kwa neema tunaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nikaruga kakukopa. Sasa analeta vitisho, analeta sasa Yesu amutishie, atisha watu. Atisha daktari kusikia, hey, oh, pastor, do not touch my anointed. So the anointed yamekuja nataka kutupa sindano, do not deny the anointed. Sasa hiyo unakuta huyo pastor, the same pastor ndio anaenda kwa mama wa kanisa. Na mama wa kanisa anauzaga sukuma hapo nje. Faida yake ni 50 bob per day. Sasa naenda huko na unabii. Bwana
amesema kazi yako inaenda kufunguka. Naona ukiendesha kilori kikubwa. Bwana anasema naenda kukubariki. Bwana anasema naenda amekufungua. Minyororo ilikuwa imekufunga, imekufungua. Haleluya. Sasa anakutabiria magari, anakutabiria makazi makubwa, lakini yeye kiatu yake ameweka carton chini. Akileta carton ina goko de soro atenegeza akinya kwa uwaku. Anakutabiria hiyo yote makubwa makubwa. Na nini amefuata kamia hiyo kafaida yako 100 ndio amefuata. Ukifungua tu kibeti hivi anasema Bwana akubariki sana, tutaonana. Mara moja anakimbia huko chini na kamaziwa, na ananua kamaziwa ka 50 na kamkate ka 50 ama katusukuma, anaenda bia bibi, hey Bwana nisiwe sana, nimebaki tumekutana na dada fulani hapo akanibariki, akasema mimi nimeona ni vizuri nikuje na tuboga kidogo. Sasa hiyo ni baraka kweli ama ni uwizi umefanya? Umetumia Yesu kuiba. Umetumia Yesu kuintimidate. Use the foundation that God has given you, and the foundation is destroying the altars that is in your life that obstructs you from becoming. Ukivunja madhabahu basi utatoboa. Utakuwa kama Moshaina. Angalia Moshaina anakuja ndio ajenge barabara, anachimba hapo kando ya barabara, anaweka nguruwe kama 10, anaziteketeza, anasika, na ni Mgikuyu wa church pastor ndio anashiba hiyo simu. Kwa sababu you are a slave. Kana ni amakoro wa mareko basi yako jamali mamasho. Neto ongeko gitu. Neti ya mere. Na sade makuete Biblia dito kumakera. Bwana amebariki. Nilipata kazi huko kwa Moshaina, hiyo kabudi ndio tunafanya hiyo kabudi ya Moshaina. Unafanya kazi kwa budi ya Moshaina ukiwa nani? Mudodo eginyagai na no oragwatha. Mudodo eginyagai hajui Mungu, lakini anakuambia uchibe simu ya kufanya kafara. Hapo kwetu hapo maana hapo. Nilikuta hakiweza kuchiba, nikakuta ni Mgikuyu. Kwanza ni mtu anajebia, Bwana asifiwe pastor. Ameshika mbuzi, apatie Moshaina achinje ndio wachibe hiyo hapo. Unama hapo kwa hapo vijana wanaweka pikipiki. Hapo ndio walishiba. Hapo maana Bible school. Wakaweka buzi mbili hapo. Na imeshikwa na mtu aliniambia, Bwana asifiwe pastor. Kama bia kwenda hiyo bwana yako sitaki. Neke kiwe nyite tena huko. Unafanya nayo buzi ni yani ndokea aligwa magekaga. So, yura hata goteithĩrĩria acio mekaga, we nĩagũteithagĩrĩria ũgocithie Ngai waku. Nĩagũteithagĩrĩria. Ũrakuo wana nĩkĩ? Ndũmwĩre athike ng'ombe ciake na mbũri ciake. Unakuta tunaenda kunegotiate loan huko China. Tunaambiwa sasa tutawajengea railway. Loan sisi ndio tutawapatia. Lakini loan kila kitu, chuma itatoka China. Simiti itatoka China. Wafanyikazi wakubwa wote watatoka China. Kila kitu inatoka China. So ile pesa tunawapatia ni ya kulipa mishahara tu. Na sisi ndio tutakuwa tukilipa mishahara. Lakini loan ni nyinyi mtali. Usingiti okopo. Ndunekero shekeri umenyite kale wiguo ndugare wa shekeri. Kale we wate imagine ningo kuheroni rwa kwa kanyumba. Nini kurehe arutia wira. Material iria ciku nini kurehe. Kile gothe kirendeka nini kurehe. Ucoke urehe nyumba yo. That's total madness. Na mundu rira kwira oguo araba guthi kuinamirira ng'ombe, araba guthi kuinamirira nyoka. Unakuanga mtu wa Kristo akiimba nyimbo within 2 seconds, 30 seconds anaimba chorus 6. Hosana kwa sababu you are totally confused. We need to come out. Mwambie your neighbor, you need to come out of this. Direda kanida ego koro a strong foundation. Muinde mu-identify shida ambazo ziko kwenu. Mu-identify ni nini unaweza kuja tukulia hapa, kulia kwa kanisa kwa sababu ya shida. Why will you come? Why will you you cannot afford a meal? Nyumba unaishi ya mkuru ya mabati na unashindwa kulipa. Huwezi peleka mtoto wako shule mzuri. Watu wa devil worshipers wanapeleka shule. Naona ingine hapa iko sitaki kutaja majina hapa Gonguru hapa kwetu ukienda kwetu. Kuna mashule hapo kubwa kubwa.
Sitaki kusema hawa watu ni devil worshippers, lakini nasema hawa watu hata waendagi hawajui mlango ya kanisa. Wale wamepeleka watoto wao huko hawajui, they don't know. Lakini nakuta school fees, kuna shule moja inaitwa kwa tena neno ya kilo juice noroga itokea batana baada skuru haududa Cambridge. Do you know how much school fees go? The school fees utamu moja ni 1.5 million. Tamu 1.5. Nilikuwa nimeenda kuulizia Jeroge yangu hapo. Sasa sikuuliza, nilienda nikakaa pale watu nakaga reception. Sasa sikuna karatasi hapo tuko tumepagwa. Sasa nikachukua kamoja, nikasoma. Nikaambia Jeroge, nikajifanya nilipigiwa simu. Nikaambia kwa sababu sitaki kuonyesha Jeroge nimesturiwa na pesa. Yule Jeroge anajua mimi ni tajiri. Nikaambia Jeroge, nimepigwa simu. Na nani? Na mkubwa yangu kuna pesa nyingine natoka tukimbie, kwa sababu tumetukua hii karatasi, tumeona address yao tutawapigia. Tukaenda sasa, nikaenda nikaambia Jeroge tukiongea na yeye. Ndio najua uko school fees ni pesa ngapi? Nikamwambia ni 1.5. Kaniambia, daddy, 1.5. Si afadhali tununue gari. Nikaona kakijana nikaelewa. Lakini hiyo ni roho ya si. Hiyo ni roho ya si imeanza kumuingia. Afadhali tufanye, badala ya apate elimu nzuri na apate maisha mazuri na kae vizuri, amenionyesha afadhali tununue gari. Hiyo already spirit hiyo imeanza kumpenya kwa sababu ameona hatuwezi na ameona baba yake hawezi. Lakini kule kuna watoto, huko ndani kuna watoto na ni binadamu wamezaliwa kama yeye. Lakini mimi nimeangalia karatasi hata sijaongeleshwa, nimejikuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuhoyaga yatoteithie tumethene ile ucio. Tuhoyaga yatoteithie tunage magongona maria maragia muturire-ini witu. We break every covenant. We break them. Nwanyita, before you go looking for a man, go looking for God first. Vunja ile madhabahu inakuzuia ama inakusumbua katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Before doing anything that you do in your life, go look for the foundation. Na ningetaka hii kanisa na nyinyi mnakuja na wale mnatutazama, tafuta misingi. Wale ambao wako Qatar, muko Saudi Arabia, kuna mama mwingine ni taida sana kwa hii kanisa. Alinipigia simu jana akiniambia ameshikwa na anadipotiwa, kesho ndio anafikishwa hapa. So alikuwa ananiambia tu utafute namna uningojea kwa kiwaja. Ni mtu anatoaga sadaka sana sana, every Sunday naonaga tairi yake ametuma. Sasa nikashidwa gai. Huyu ukinya tairi ni arutaga. Huyu ukinya sadaka daga kuruta na Saudi Arabia. Noni yakirwo ndege na madharau. Ginya ajira ahurage na thimu yake, alipiga na simu ya polisi. Kwa sababu hakuna kurudi nyumbani, ni kuenda. Kanyaga kubwa. Hiyo ni madharau ilioje. Mwana wa Ngai, waigatwo ni mwana wake, mwana wa Meidi. Niwe wawe kama madharau macio mothe. Wakaraja. Wanyabura. Mwana wa Meidi. Awikira ndege akuingata takagui, ila ndungicokera indo ciaku. We must be able to identify. Tujue, tukianza kujua ndio hata kanisa isimame. Ndio tusimamishe kanisa iliyo na watu wanako na tajiriba kubwa. Tukisema sisi ni wafuasi wa Yesu, Yesu anaonekana ndani yetu. Nakumbuka kuna siku moja nilikuwa nahubiriwa na niko kule Kirogo, nilikuwa nimepeleka gari yangu ikatengenezwe. Pastor mwingine, sasa hiyo nilikuwa Mugiki. Pastor mwingine akakuja hapo, alikuwa wale wa kuingia kwa magari. Wale wana preach within 3 minutes amehubiri. Within those 3 minutes ameombea watu toba. Hizo 3 minutes ameomba sakadaka. Na anashuka ndio aruke kwa gari nyingine ya kurudi. Nayo arudi huko tena afanye hivyo. Sasa tulikutana na mmoja huko Kirogoni akihubiri kwa sababu magari likauka sana. Sasa nikamwangalia, alikuwa troki yake imelaruka nini. Hiyo tulikuwa Mungiki. Na unajua Mungiki tulikuwa tunadharau watu wa kanisa sana. Akaanza kule bana nasema wewe, sasa aniongelesha directly, lakini ni mimi ametarget kwa sababu ameniona. Bwana anasema wale ambao wana matajiri na wako ndani ya Yesu watachomeka, watakatea na mali yao wanachomeka. Sasa naona
ni mimi anataka. Mimi ananiambia nitachomeka. Kwa sababu mimi ni tajiri na si yuko ndani ya Yesu. Nikana akapiga makelele for 30 minutes, nikamwambia hebu kuja. Haleluya! Yesu ni mkubwa. Yesu! Sasa anakuja, sasa amesikia ameniweza. Nikamuuliza umekula? Akaniambia mtumishi, mtu wa Mungu sijakula. Nikatoa shilingi 1000 nikampatia, nikamwambia enda ukule alafu kuje. Akaenda haraka akakula. Sasa baadaye nikamwambia sasa kuna hawa vijana wanauzaga manguo hapo za kuzungusha. Nikamwambia hapo kuna choo hapo katikati. Nikamwambia wewe, nikaita vijana wawili wako na hizo manguo walikuwa nauza. Nikamnunulia trouser 5, shati 5 na koti 5 na kiatu pia 5. Nikamwambia ingia kwa hiyo nyumba, hiyo choo, uende uoge, ukisha kuoga uvae hizi nguo. Nilimnunulia zote mpaka za ndani. Akienda akioga, aliporudi akakuja kama sana, nikamwambia ukuje kama umevaa moja. Akakuja akakaa, nikamwambia sasa kaa chini. Sasa piga ile kelele ulikuwa unapiga. Akasema hapana, unajua hii maneno ni kusukumwa tu, ni kusukumwa. Sasa kama unafanya hivi, basi toa nguo zangu. Akasema hapana mtumishi. Kitu kimeenda, aliniambia kiendacho kwa waganga hakirudi. Basi nikamwambia aenda salama, nikampatia shilingi 200. Huyo jamaa alitoka Unyoya, alienda bio. Kihubiri yake yote ikaisha. Kumbe ni jai ilikuwa na msukuma. So how can you go preach to a rich person? Na hawa watu tunaambiwa, Biblia inasema nitakuwa vigumu tajiri kuingia. Ni kwa nini? Kwa sababu moyo wake unaabudu pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapo ndio ulikuja ukakonfisio, ukaambiwa wetile fata wa pesa. Wapena bori tire na fata kile akifata no lili wa Yesu. Hai, hapana. Ng'ombe ni Mungu amenipatia. Biblia inasema hapa, kama hauna ng'ombe ujue uko na kasi. Kama hauna na mbuzi ujue uko na kasi. Sisi kana tuko mauga. Turudie hapo. Najua mnaweza kusema nimeandika Biblia yangu. Ilikuwa 17 na 18. Cast shall be the cast shall be when? Cast shall be a basket. Cast shall be the fruit of your body and the produce of your land and the increase in your cattle and offsprings. Kama hauna, ujue you are operating under a curse. Yes. Kana tauni na gari ya kulivia kinyago kusikadeka. Ilibidi tupatiane na waboi hapa kwa mayatima. Sijui, kwa hivyo nimegundua leo I'm operating under a curse. Nimejaribu, nilileta buzi ikaikuja, ikafunguka, ikatoka peke yake na ikaenda hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaweka kuku, tukaambia John chuka hii kuku, hii ni yako, anza kuchuga. Kuku ilikuwa kuku 500. Akatoroka. Akaziacha akatoroka. Ilibidi sasa tukaekae nazo, tukapatia home mwingine hapa, na kuna home nataka tuwe tukitembelea home. Tunaenda tunakula na wao, tunakunywa na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ya watoto mayatima. Mimi ilibidi nikapigia hiyo mama, nikamwambia kuja chukua kuku iko hapa. Zilipoenda kwake, alizipatia chakula siku 3. Ule mama anaitwa Cecilia. Aliitia huyo mama Cecilia huko kule ngoko. Hapo hiyo walichinja kuku 20 wakapeleka hapo kwa bucha nyingine. Mkapiwa hii ina gramu 800. Hapo ndio nilijua ilipoenda kwa hiyo mama na kuanga pale Mlolongo. Ilipoenda kwa hiyo alipatia chakula 5 days only. Akaitia mnunuzi ikiwa na 1.5 kg. Mimi yangu nilijaribu na nilikuwa nanunua the best food. Hata gramu 800 haikufikisha. Hapo ndio nilianza kujua wako wako weke rumikia ido ishi. I'm cast on this. I'm working that on that. Sasa nimeenda kuchunguza. Ukaa kama alikuwa na mabusi, ukaa kama alikuwa na mkondo. Uko nimeenda nyuma kuchunguza. Ale dango besiga na niwe kujira kwaja. Mwekanile tena sio.
nĩ iria mwathire gũthika harĩa ciĩ muoyo harĩa mũgumo-inĩ, na ndũrĩ watwĩra story icio we. Ngũgĩra rũrĩrĩ ruothe rwitũ ũtũhe story icio. Huyu ndio alibaki kwa hiyo shamba ya guka huyu, na huyu walikuwa na finya kuzika mbuzi ikiwa hai, ati ni magongona kwa mũgumo. Nĩ wahera macio, nĩ imagine ũrĩa aiguaga ĩkũ irima-inĩ muoyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante sana kwa kunisikiliza, na wale ambao wanatutazama, natumaini umeelewa kitu na umejua kitu fulani ambao huko umejua, na Mungu akujalie sana uweze kutambua, uende uchimbe. Najua wewe ni Mkristo na sipingani na Ukristo wako. Kuokoka ni sawa kabisa, mimi pia nimeokoka, lakini baada ya kuokoka nilitaka kujitafuta, ndio naona nasimama hapa mbele yako. Pia wewe una uwezo wa kusimama, una uwezo wa kufanya, una uwezo wa kufaulu katika maisha yako. You are not born a poor person, you are not born a slave, you are born a king, a leader, you are born a rich person. But you can only remain the way you are remaining if you fail to investigate yourself. You ask yourself questions. Why are you suffering? Why am I suffering? Ninapata mshahara lakini hainisaidii. Niko na kila kitu lakini I don't have. Why are my children so poor? You start any single business, is not working. You start everything that you do, it's not working. Ask yourself a question. You've been working wherever you are. You uko America, uko UK, uko Saudi Arabia, whatever. Pesa unapata lakini you cannot account for the money. Ask, let that one lead you to know what is the source of the misery you are facing, and God will bless you. The church say amen. Tusimame kwa miguu yetu, na nataka tuingie sasa katika tuombe for 1 hour. Ujipeleke mbele ya Mungu, na ile ombi nataka ufanye sasa, si ombi ile mingi ile ya kubaidi na kuanibaidi na kunini na kunini. Unajua hiyo ujinga ni hiyo tunakuwa nayo ya kubaidi. How can you baidi you are poor? Ubaidi mtu na wewe mwenyewe hauna. Bwana Yesu asifiwe sana, Pastor. So what I want you to do, utapiga magoti, utalala chini, whatever you want to do ufanye. Na naona watu wako na kausigisi. Kwa hivyo ukisikia uko na kausigisi usilale, kwa sababu najua kuna watu walilala hapa na ni vizuri. Upige magoti yako chini, ulale chini, uamuke, whatever you want to do, wherever you are. Waambie tu Mungu akufungue, akuonyeshe ni spirit gani inazungumuza. What kingdom speaks in your family? Number 2. But before knowing the spirit, ask God to tell you, what nation are you from? What nation? Nekehiko, Nyogo, whatever it is, ask God. He reveals to you. He brings you that connectivity to understand what kind of a nation that speaks in your life. After that, you move the second prayer. Ask God to reveal to you what is the spirit behind that nation. Hallelujah. And after that, once you know that, we will be able to break it. Praise be the name of God. Pastor Jane, utatuongoza hapo. Natumai, najua watu wa kusikia haraka wanakuanga wazuri sana. Mnafaa mjichunguze. Sasa ilaini yenu naona ni kama hiyo ya kugojea mpaka upigwe start ndio statike. You should be ready. Tuongoze kwa nyimbo 2 za worship. Then after that get deeper. Talk to God. Let God reveal himself to you. I'm waiting for you. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna
Hakuna uwezo kama wako. Hakuna kama wako. Hakuna uwezo kama wako. Hakuna uwezo kama tunakuhitaji ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe tunakuhitaji, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe.
Bwana, tunanyenyekea tutangaze Baba, angalia Bwana, tunakuita utukuze tena, angalia Bwana, sema angalia Bwana, angalia Bwana, Hallelujah. Oh my God. Oh my God. Oh my God. The Bible says in the Matthew 6. Kidogo tu. Biblia inasema in the book of Matthew chapter 6. I want us to read for a minute. Matthew 6:7. We have repeated our prayers. We have repeated many times. Tunarudianga tu. Tunarudia kitu moja. Years goes, another year comes. Another year goes, another year comes. And that is why we don't see any fruits. Praise the name of the Lord. Amen. That is why the seed that has come out from the mouth of God today, it is mine. Mimi nimejishikia. Kwa sababu this is the word of the season. This is the word of now. Hey, never again will I be left behind. Hallelujah. Hallelujah. Yes, even you just capture it. Capture this word that we have been living in problems, not knowing what is happening. The Bible says, my daughter, Matthew chapter 6 verse 7. And when you pray, do not use vain repetitions as the heathens do, for they think that they will be heard for their many words. Yeah. In Kiswahili? Do you have in the Kiswahili? Let me read in Kiswahili, it's okay. Nanyi mkiwa katika kusali, musipayuke payuke. That is Kiswahili. Kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi.
not because of many words. Oh, yes. I have gotten what our pastor was talking about. He was talking about, don't just speak. Don't just talk. Talk to your God, the God of heaven and earth. This is not a human being. He is God. Always go before God. Let you know whom you are going before. Hallelujah. Yes, just understand who is this God. This is not just a friend. This is not just a father. He is beyond our human race. Let us go before God for the few minutes. We will go before God knowing who this God is. Not just any word. Because whatever the word has been spoken here, my God, my Father, I receive it in Jesus' name. Because this seed, I want it to grow. And kupariria na kumwagilia maji neno, it is you to speak to your God. It is you now to tell God. Because we have lived in darkness many years. Na tunaombaga every day, 3 times a day. But remember one time, when Gideon was called by God, alikutwa tu akisiaga tu magani. Hakujielewa wewe ni nani, hako tu. Tunaendaga tunauza sukuma, tunauza manguo, tunauza makaa, tunaendeleanga tu, lakini sisi waopaji sana. But we don't move. We don't go anywhere. Why? We have never known the truth. Today and this minute, in the name of Jesus, we are not going to kupayuka tena. We are going direct to this God. Our God is a God of comfort, a God of delivery. He delivers. He's a redeemer. He's God. He's not a human being. Today, my brethren, let us go before God knowing whom we are going to. Yes, don't even... Don't let the neighbor know what is happening. Don't be afraid. Don't fear anything. And that is why he's saying, our pastor was saying here, that many are the times we think, but fasting, then we go to the mountains. Sometimes we go to mountains, we waste money. We go to mountains, we go sleep there, but nothing happens. And many years has been this. But today we have known the truth. Oh my God, we have known the truth. Let us go before God. Let us now go before God, knowing we are going before our God, our Father, a Father who can provide, a Father who can deliver me, a Father who is so merciful. Mungu aliye Mungu. Mungu yeye hakuna jambo lolote linaweza mshinda. Let us go before God, our Father, in Jesus' name. Enda mbele za Bwana wewe mwenyewe. Mwambie Mungu, kutoka leo nimejua neno la kweli. Mimi nimezunguka kwa hii dunia. Heri Masaya, nimezunguka. Mungu, nimezunguka. Nimeomba, lakini sijaona matunda yoyote. Kwa sababu sikuwa najua ukweli. Lakini kutoka leo nimejua wewe Mungu ni wa aina gani. Nimejua kweli unaweza nifufunulia zile zote zimejificha kwa maisha yangu. Sikuwa najua, ndio sababu nimezunguka. I have been repeating the same prayer. I've been repeating prayers daily, not knowing that God, you have said it in the book of Matthew. Tuache kupayuka. Kutoka leo Baba yangu wa mbinguni, nimesongea kwa kiti cha enzi. Not only the seat of the throne, but I have come to the throne, to my God, to my Father. A Father who provides, a Father who is able to give me, a Father who hears. He has ears. I have come to a Father. Abba Father. I call you Abba today, kwa sababu nimeelewa, nimejua ya kweli. Masakaya, enda mbele za Bwana. Mwambie yako, mwambie mimi, na mimi nimwambie yangu, kwa sababu ninayajua yale yote ninapitia, yale yote ninataka kujua. For me, I want to know this God in truth. I want to understand more of him. My request today is to know God better. It is to know who God is to understand his ways. It is to understand how he works. That is my request today, because this God is really true. This God is really true. He is so faithful. He is God. And the word has said today that nikijua yale yote the mzizi, mimi nataka nijue hiyo mzizi ni gani Bwana. Nielezee leo. May you reveal to me. My God. Oh yes, Jesus.
Nisaidie kuelewa Bwana wa majeshi. Nisaidie kujua. Sitaki kulaaniwa, sitaki kukaa na laana, sitaki tena, sitaki kufanya kazi zile mimi sifai kufanya, sitaki kuenenda mienendo ile mimi sifai kuenda. Mungu nisaidie. Sasa ninataka nifanye ile kazi niko supposed kufanya. Nimejaribu makazi nyingi kwa hii maisha, lakini hakuna hata moja imefauli, kwa sababu I don't ask you. Sikuulizangi. Mimi naingilianga tu mambo. Nimejituma kwingi. Kutoka leo siwezi kujituma tena. Oh my God, my karama. Kwa baralia na dagotea Jehova Ngai. Nitondole wa machezo wako. In the name of the Lord Jesus Christ, God, you revealed yourself to Gideon. You did it, Lord. You did it, Jesus. Oh, reveal yourself to us today, that we may understand what the problem in our lives is. That is why you told Jeremiah, ulimjua tu kutoka kuzaliwa kwake, hata kuenenda kwa tumbo ya mama yake. Nasi unatujua, unanijua Bwana. Niliingia kwa tumbo ya mama yangu namna gani? Ulinijua. Kwa hivyo unajua ile mizizi, ile kitu inanizuianga kwa baraka, ile kitu inanizuianga kwa kufanya kazi ya Mungu, ile kitu inazuianga mienendo yangu. Mungu wa neema, nisaidie kutoka leo Baba yangu. Oh my God, ni nini hii inanivutanga nyuma? Ni nini hii inanivutanga nyuma? Mara moja, mara tena, mara mingi. Nikienenda one step, I go back again. God, I want you to reveal to me. It is my prayer today, because I really want to understand who you are better. Maybe I have not done yet, lakini kutoka leo nimeelewa neno. Katika, my God, oh masakarida mayanda, I have understood why I am cast. It is because kuna mzizi, kuna kitu, kuna jambo fulani inanivuta nyuma sana. Kwa hivyo Bwana wa majeshi, ninajiweka mbele zako. I surrender today. I surrender all. Kwa sababu unaelewa na unanijua. Kwa nini Bwana wa majeshi nateseka? Kwa nini mimi huteseka Bwana? Kwa nini Bwana inanifuata? Maikora masekarinai. Nisaidie Bwana wa majeshi. Heidia mwadhani Yesu. Heidia tuka imwe. I have understood there is a lineage problem. I have understood there is a lineage problem. Nimeelewa kuna shida fulani. Kule nilizaliwa, mchanga huo ni shida gani? My God, reveal yourself unto us today, Lord. Reveal yourself unto me, Jesus. Kwa sababu sijawahi jua. Ningetaka Bwana nimalizane na hii mashida kwa maisha yangu. My God, nisaidie Bwana. Nisaidie Yesu.
Oh my God, oh my Father. Hata wazazi wangu hawawezi nijua vile unaweza nijua, hawawezi nieleza, hawajui, hata wengine hawajui. Oh my God, oh my God, uliita Gideon shujaa. He did not know yeye ni shujaa. He did not understand shujaa ni kusema nini. Hata nami leo Bwana ria sekerina sielewi kuwa shujaa ni nini, lakini siku ya leo Bwana ninaamini utanielezea. You will reveal yourself, Daddy. Oh my God, you will reveal yourself unto my life. Oh my God, ili niweze kung'oa mizizi iliyonisukuma, iliyonisubua. My God, airamashanda, nisaidie Mungu wangu, nisaidie Yesu, kwa sababu naielewa, kwa sababu nayajua. Oh my God, Elezea Gideon, ukamwelezea vile atafanya, kwa sababu hata yeye hakujielewa, kwa sababu walikuwa watu kama sisi. Mungu wetu, katika jina la Yesu, niweze kuelewa, niweze kujua vile Baba yangu, which step will I take, nitaenda namna gani, nitafanya nini, nielezee. Orai rimayande kerena harina reboshere kerina. My God, today I have not just come to ask for things of this world. I have not just come to ask for cars and Shabbos, Lord, but I have come to let you understand me, that I want to know you better today, that I want to know you, God Almighty, you who was with Gideon, who was with Jeremiah. I want to understand about my lineage. Hii mizizi imenisubua miaka mingi, inaelekea kusubua watoto wangu. Mungu nisaidie kuelewa, nisaidie rimasharere. I worship you, my Father, because I have known that, God, I have a purpose in this world. I have an assignment in the name of Jesus. I know I have an assignment. That is why, Lord, I would request to know more, do better, to know you better, my Father. I want to know you and understand who you are better than before today, because I have understood the seed that, God, you have put in my life, in my spiritual life today, to know and to understand that, God, you can speak. My God, may you speak to me today. Speak to me today, Daddy, because you did it to Gideon. You did it, oh God Almighty. You did it, Lord. He did not know, my God. Gideon came from a very poor family. Manasseh clan was a very poor family. My God, he did not know that he's a powerful man. He didn't know he's a mighty man. Oh my God, oh my Father. Leo hii Mungu wangu, nisaidie kujua na kuelewa mimi ni nani. Nisaidie kujua ni nini hii imezuia nifike pale unatakanga nifike. Ni nini hii imezuia mimi nifike hapo Bwana. Nisaidie kuelewa na kujua ni nini hii iko kwa familia yangu. Ni nini mizizi gani hii Bwana.
Oh my God, the Bible says you are able to do everything. Nothing is impossible with you, Jesus. Nothing is hard. Nothing is hard with you, Lord. You alone, you are God. You alone, you are mighty. You alone, you are true. How faithful you are, Jesus. Hey, 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 hey. Heri Karina Masharara Kotara Mayanda. Oh my God, you are in Mashandara Bodai. Nimezunguka miaka mingi, nimezunguka ria. Hey, asante Rinaya, nimezunguka miaka mingi sana nikiomba maombi moja tu, nikisema unibariki, nikisema unipatie, lakini siwezi pata kwa sababu kuna vizuizi. Baba yangu, wacha nielewe hizi mizizi ni gani, wacha nielewe hii Bwana ni gani. Oh my God, arimashanda bonoya. Oh my God, hata wakati ulikuwa natembea na akina Jeremiah, ulikuwa na wauliza wanaona nini, nao wanakuelezea. Nami jioni jema Baba yangu, nielezee, nimejua, nimeona, hata mimi nimeona kuna kitu, kuna jambo fulani inanisubuanga. Hata mimi nimejua leo, this word is mighty, your word is true and forever. It remains true because you are the word. In the beginning you are the word, Lord. You are the word, Jesus. In the beginning you are the word. So God, you are the word, and today you have spoken. You have spoken. You have spoken. I have ears, I have heard, because you have allowed me to be here today. You have allowed me to be in this church today, and that is why, Lord, I lift up my voice. I lift up my voice today because I want to know, I want to understand. Only you who can let me know. Only you who can let me understand. Hakuna mtu anaweza nielezea. Ndiposa nami nimepiga magoti nikuulize Bwana, nifanye nini? Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Baba yangu wa mbinguni, wewe ni Mungu wangu, wewe ni Baba yangu, na sijui mwingine, ni wewe pekee, sijui mwingine, ni wewe tu Baba. Ni wewe tu najua, kwa sababu ni wewe unanijua. Hakuna mwingine naweza nijua, hakuna mwingine naweza nielezea. Wewe pekee ndio unaweza, wewe pekee ndiye Mungu, wewe pekee ndiye Baba yangu, wewe ndiye muumba wa mbingu na dunia. Hata nami ni kazi ya mikono yako, hata nami ni kazi tu ya mikono yako Bwana. Hakuna mishipa hujui, hakuna vein hujui, hakuna mifupa hujui ya mwili yangu, hakuna maisha yangu huelewi, hakuna mtu mwingine anaweza nilezea. Only you alone, only you alone, Jesus. My God, only you Lord, only you Jesus, only you who can let me understand why I go through this. Why do I go through this, Lord? Oh my God, nisaidie tu kujua. Let me know, Holy Spirit of God. The Bible says only you who knows the mind of God. Oh my God, nisaidie kuelewa. Nijue nitachukua hatua gani. Nijue nitafanya nini. Kwa sababu ili maisha hii Bwana wa majeshi niweze kutumika kama mchungaji, niweze kutumika kama mtoto wako Bwana. Oh my God, I am the child of the King of Kings. I am the child of the Lord of Lords, and there is nothing that, Lord, you don't have. I want to be a partaker. I want me a hair. I want to
Miaka imeenda na sijaijua why my cause, sijaijua where to settle, because I have never prayed the truth prayer. I have never spoken to you like today. Baba yangu sikari naye, sikiza roho yangu. Oh my God, the Bible says that David said, I cried unto the Lord and he heard my voice. May you hear our voice today. May you hear our voice today, Lord. May you listen to our hearts. May you listen to our cry. Because we have known the true word. We have known the true word today. We have known that there is a problem. We have problems. We have problems. But God, we have been always speaking the same word. We always pray the same prayer. Oh my God, we cannot again repeat it. We will not be repeating prayers because we have known the truth. Truth today. Ati wewe Bwana, wewe ni Mungu, na vile uliniita ukiwa Mungu, na kwa sababu ya hayo Bwana, may you reveal yourself to me, Lord. Reveal yourself, Lord. Reveal yourself. Nimepita na milima mingi sana. Kea rabona ridaseka, milima mingi, maponde, na hakuna chochote niko nayo leo, kwa sababu sikuelewa jambo hili. Leo hii nataka Bwana nikuelewe more. It is my request. Hey my God, it is my request that I may understand you better, that I may know you better, that I may know you how to you speak. Nielezee hata vile wewe huongea, nijulishe wewe ni aje Bwana, kwa sababu ni lazima sasa nifuate zile njia zinatakikana. Ni lazima nikae kwa ile kanisa utanituma. Ni lazima nikae kwa ile kanisa unataka mimi ni hudumu. Ni lazima sasa nijue njia. Ni lazima sasa nielewe maisha yangu yako pande gani. Ni lazima nijue nitaenda kuhudumu wapi. Ni lazima, sitaki kujituma Bwana. Nimejituma miaka mingi. Nimejifanyia mambo miaka mingi. Mimi mwenyewe tu nimejitengenezea mambo. Makazi nimejitengenezea sana. Nimejiwekea kazi zingine hata hazifai, kwa sababu it was not your will. I surrender today. Oh, tell God you have surrendered. Mwambie Bwana you have surrendered today. Mwadhani, nimeinua mikono, nimesarenda leo, nikijua wewe ni Mungu wa kweli. I now allow you. I have allowed you in my life.
Mwathani nĩndagwĩtĩkĩria mũtũrĩre-inĩ wakwa. Yes Lord Jesus. Mwambie Bwana, mwambie Mungu sasa, take over Lord. Take over Lord Jesus. Oh, only you who is able. Only you, Jesus, who is able. Take over my life now. Take over, control, Holy Spirit. Kwa sababu nataka niwe na fikira za ukweli. May you deliver my mind. May you deliver my feelings. May you deliver my heart, oh God. Deliver my life. May you deliver my mind. That God, I do not want any self-understanding. Sitaki mimi mwenyewe tu nijiweke tu kwa mipango yangu mwenyewe, lakini nimejiwachilia kwako sasa. May you reveal your will unto my life. May you reveal yourself unto me, Jesus. Sitaki kufuatwa na laana. Laana zimeishi kunifuata, laana za disobedience. Mimi sifanyangi vile unataka. Oh my God, my God, my God. Oh my Lord, my Father. Ndio sababu Gideon alienda kusiaga ganda, kwa sababu hakuikuwa anasikia unamwambia nini. Baba yangu wa mbinguni, nisaidie kutoka leo. Fungua masikio yangu nikusikie, ili nijue kazi yangu ni gani, nijue business ni gani unataka niendelee nayo. Nijue Bwana kukuomba. You will teach me how to pray. You will teach me how to pray. You will teach me how to worship you. You will teach me how to praise you. Oh yes Lord, nikijiwachilia kwako ni utanifundisha. Ninajua utanifundisha. Ninajua Bwana utanifundisha. Yesu, wewe ni mpenzi mwema. You are my good shepherd. You are my good shepherd. You are my God. Oh my God. Mwambie Bwana, mwambie Bwana usichoke, kwa sababu yeye ni Mungu. Hakuna mwingine hii dunia atawahi kukusaidia. Hakuna, ni yeye tu peke yake. Akikwambia vile utafanya, utakuja hapa kwa madhabahu utafanya. Akikuelezea utapita njia gani, akikwambia ni nini utatoa, wewe mwenyewe utamsikia. Let him open your ears now. Mwambie Bwana sasa, nifungue masikio. Nifungue masikio yangu sasa ya kiroho. Open my inner ears. Open my spiritual ears. Open my inner ears, Lord, that I may hear you, that I hear your voice. Let me hear your voice from today. Let me hear your voice, Lord. Nisikie tu Bwana vile unataka. Nisikie tu unataka nifanye nini. Open my inner ears, Lord. Imezibwa na mambo gani? Imezibwa na nini nisikai? My God, my Father, kutoka leo nataka nikusikie. Kutoka leo nataka nikusikie. Nataka nikuone Bwana, kwa sababu mara mingi na miaka mingi sijasikia unataka namna gani. Ni sasa Bwana, fungua masikio yangu. May you deliver my mind, my hearing. May you deliver my ears, Lord. Hey, deliver my ears from today, that I may hear you, God, that I may hear what you want with me, that you may tell me where to go and what to do. My God, I do not want to waste any more years. I do not want to waste any more money. I do not want, Lord, because I have wasted a lot of sacrifices, putting into different altars. I have wasted my time. I have wasted sacrifices, taking to many churches. But God, I have never understood where to go. Oh my God, from today, may you open my ears. Open my ears, Lord, ili niweze kuelezewa na wewe, niweze kukusikia, niweze tu Bwana. Tulitegea Daudi masikio yako, Mungu wangu, nitegee masikio yako. The Bible says your ears are not deaf. Oh my God. Bwana, nisaidie Mungu wangu, nisaidie Yesu, nisaidie Bwana Yesu, kwa sababu wewe ni mwema, kwa sababu wewe ni Mungu.
Nisaidie Bwana wa majeshi. My God, oh my God, I do not want to beat around the bush. Oh my God, my Father, my God, you are my Father, you are so faithful. Huwezi kuangalia tu niangamize. Siwezi kuangamizwa tu na shetani, niangamizwe na watu, niangamizwe na watu wa hii dunia, niangamizwe na mashida. Lakini Bwana, because I am here today, nimekuomba tu Bwana, nifungue masikio yangu. Oh my God, ili niweze kujua, so that I can understand what to do. I can understand where to go. I can understand. Oh my God, oh my Father, oh my God. Shida imetufuata sana, laana imetusubua, na ni kwa sababu hatusikizangi. We have disobeyed you even when we have had. Oh God, mwambie Mungu akusamehe. Pengine kuna wakati uliambiwa na Mungu what to do. Pengine kuna wakati alikutumania, ama wakati mmoja akakuelezea hata kwa ndoto, hata wakati mwingine akakuelezea through prophecy, lakini hukufuata hiyo, ulitaka kufuata yako. Kutoka leo mwambie Bwana, nisamehe, sitafuata njia zangu tena. Nisamehe Mungu wangu, kwa sababu kuna wakati ulininenea. Hi God Almighty, my Father, oh Jesus, oh God Almighty, in the name of Jesus, nisaidie Mungu wangu, kwa sababu wewe ni mwema, kwa sababu wewe ndiye Mungu. Hakuna mwingine ninategemea, hakuna mwingine ninagoja, hakuna mwingine, ni wewe pekee. Katika jina la Yesu Kristo, I give you praise and I worship you today, kwa sababu wewe ni Mungu. Oh my Father, oh my God. Tumefuata watu, tukafuata watu. Oh my God, oh my Father, tulifuata maagizo ya marafiki. Oh my Father, tukifikiria ni wanabii wazuri, kumbe Bwana nilipotea njia. Niregeshe kwa njia zako kutoka leo. Nisaidie Baba yangu. Aikora masaka ndai. Mwambie Bwana akuregeshe kwa njia zake. Oh my God, the Bible says ukimrudia naye atakurudia. Kutoka leo Bwana aturudie, kwa sababu tulikuwa tumepotea. Aturudie tu, tumerudi kwako Yesu. Oh my God, with all the humility in the name of Jesus, because he's the best judge. He knows your heart, he knows your mind. Jesus is the best judge, he's the best advocate. Oh yes Lord, your Passover lamp in the book of Exodus. You are the creator in Genesis, Lord Almighty. Oh yeah, you are Messiah in the book of Isaiah. Oh my God, my Father. Oh my God, in the book of Esther, you are an advocate. Jesus, we worship you. We worship you, we worship you. Kwa udhaifu wetu Bwana, tusaidie tu. Tusaidie Baba yangu. Tunaomba utuoshe masikio ya kiroho. Tunaomba Bwana ututakase Yesu. Sisi hatuwezi peke yetu. Sisi hatuwezi peke yetu. Sisi hatuwezi peke yetu Bwana. Tuwezi Yesu, tuwezi Bwana. My God, oh my God, hatuwezi bila wewe Bwana. But we know we can do all things through Jesus Christ who strengthens us. Yes, Lord, we can do it. We can do it because you are for us. You are there for us. You are there for us, Jesus. We can do all things because you are our God, because you are our Savior. Thank you, Jesus. Thank you, my Father. You are our Redeemer. We bless your holy name. We bless Jesus, we bless Jesus, we bless Jesus, we bless Jesus. He is our Redeemer, He is our God. Oh yes, Lord Jesus, you are our advocate, you are our judge, Jesus. You are our God, our Savior. You are our comforter, you are our Passover lamb.